kipekee tusimuone, bali tukuone wewe, na yale yote ambayo umeandaa kwake Baba yapate nafasi katika mioyo yetu. Asante kwa kuwa umekubali ombi letu, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Dada yetu karibu. Nashukuru sana Elda kwa makaribisho, na nashukuru pia kwa kuwa tuko hapa sisi wote ili tuweze kuendelea kujikumbusha mambo mengi ambayo tunayajua na kujifunza machache ambayo hatuyajui. Jana tulizungumzia juu ya waume ama wanaume jinsi wanavyopaswa kuendelea kuishi maisha haya, na ili kwa nguvu za Mungu waweze kuishi siku nyingi na waishi maisha yenye furaha, wasiishie jela, wasiishie kwa club, na wasiishi wakiwa wanaume ambao ni desperate. Tuliona mambo kadhaa ambayo sitarudia kwa sasa hivi, isipokuwa nitauliza kwa kila tent. Nipe jambo moja unakumbuka jana tuliongea wakati tulikuwa tuna advice waume. Tunaanza hapa mbele. Jambo moja ambalo unaweza kumbuka kwamba tuli advice. Na huwa ninaruhusu pia watu kuibia kwa notes ambazo uliandika, kwa sababu najua sisi ni wazee. Saa zingine tuna mambo mengi na unaweza sahau. Kwa hivyo hata kuangalia notes unaruhusiwa. Nani huyo ana yes? Plan for the future. I'm happy that is a man ambaye amejibu hiyo. God bless you Mr. Man. Asante sana. Twende upande ule. Ile darasa yangu nakumbuka ni ile. Wacha tungoje wafikirie, wacha tuje hapa. Wazee hapa mtu mmoja. Hata kama sio mzee, hata kama ni mwanamke, anaweza sema kitu ambacho ulisikia ya kwamba inapaswa waume waji prepare. Pande huu. Yes. Yes. Hiyo kitu isikuongoze. Asante daddy. God bless you. Tunaenda hapo. Uongozwe na akili. You hold yourself. Involve yourself in child rearing. Asante. Uingie katika mpango wa kulea. Si kuzaa tu, hata kulea uingie pale. Wanafunzi wangu wale wazuri sana. Hii darasa, hata hii tent nafikiri itolewa iwekwe kala ingine. Kuna laana kwa hii tent ama ni nini mimi naona? Oh, okay. Asante. Wamesema hakuna laana. Haya, tuambie. Listen to your wife. Wow, listen to your wife. Kuna mwingine hapo, mpe mic. Do not beat your wife. Don't dare beat your wife. Utaingia jela. Na ukikosa kuingia jela utaingia jehanamu. Kwa hivyo bila kupoteza muda, ama kuna mwingine anachomeka hapa hivi. Nilikuwa nimeona kuna mmoja hapa anachomeka na hii point. Anataka kuemphasize mpaka leo ndio ingie vizuri. Having many wives doesn't make you a man. Rudia tena na hiyo kipasa sauti. Having many women doesn't make you a man. Having many women doesn't make you a man. Kukukaa hapa ukirukaruka kama Jack Rabbit haitakufanya kuwa mwanaume. Asante. I am so happy ya kwamba tunaenda pamoja. Leo tunataka kuzungumzia kina mama. Na ninafurahi kwa sababu naona hema zote zimejaa kina mama. Na nashangaa mbona wazee hawakuja kwa wingi ndio wajue. Akimwona anaenda kama anambia wewe tuliambiwa kaa na adabu. Kwa hivyo ninashukuru ya kwamba sisi zote tumekaa hapa na hema zote zimejaa. Ninashukuru wanaotutizama mtandaoni kwa sababu ninakuhakikishia katika jina la Bwana hautaenda nyumbani empty. Bwana asifiwe. Na msiposema amen vizuri tunafunga huu mkutano. Mimi unajua sina ile neema ya pastor Fadhili ya kukaa nikiwashindilia mseme. Nikisema amen moja mkose kusema vizuri, meeting cancelled. Amen? Hivyo very good. Nyinyi wanafunzi wazuri. Nataka tufungue somo letu ni alasiri pastor ama ni saa ngapi hizi? La alasiri kwa Proverbs 14 verse 1. Kitabu cha Mithali 14 mstari wa kwanza. Makenzi yako heri ama anasomeanga tu pastor. Unajua kuna vitu vingine mimi nashangaanga. Yaani mimi Makenzi uonagi napaswa kusomewa Biblia for sure. Samahani. Asante sana. Nimekusamehe, soma.
Asante. Kitabu ni cha Methali 14 mstari wa kwanza. Nasoma kama vile ilivyoandikwa. Hii simu itaungua moto hapa. Kuna mtu amesahau simu yake hapa na inachomeka na jua. Biblia inasema, asante, kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake. Bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Huivunja nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Asante sana Mackenzie kwa kunisomea neno hilo. Na kwa hivyo hatuna muda wa kupoteza, tunataka tuone huyu mwanamke mpumbavu. Ikiwa wewe uko hapa na ni mpumbavu, ikiwa wewe uko hapa na ni mjinga mwanamke, leo tunataka kutoa ujinga yote, tumwage ujinga yote chini, tuweke hekima na uweze kuwa mwanamke mwenye busara. Ugeuka kutokuwa mwanamke wa Proverbs 14, uweze kuwa mwanamke wa Proverbs 31. Sema amen. Asante sana. Number 1, tunaenda kwa haraka. Number 1, kitu cha kwanza mwanamke unapaswa kujua. Don't put anyone above your husband. Your husband comes first in the order of your relationships. Hakuna mtu mwingine yoyote anapaswa kuwa mbele ya mume wako, kwa watu ambao unawadhamini sana. Hata watoto hao ulio nao, hebu asije akaja mtu yeyote mbele ya mume wako. Hivi nataka kuuliza, kuwa mwanaume ndio mume wako si mwanaume. Kuwa mume wako ndiye nambari 1. Yeye ndiye wakupokea ripoti zikiwa za kwanza kabisa, ukiwa na ripoti zozote ambazo unataka kumpa. Ikiwa kuna siri yoyote, ikiwa kuna kaudaku yoyote umekusanya sokoni, waacha mume wako aweze kuwa wa kwanza kujua. Ikiwa umeenda umepimwa huko hospitali na ukapatikana una ukimwi, hebu mume wako awe wa kwanza kujua. Bwana asifiwe. Hiyo iko na point. Wengine ataenda atapitia kwa mama Nyaboke amwambie mimi nimekufa. Huyu mwanaume ataniua. Nilikwambia huyu mwanaume ataniua. Sasa angalia nimepimwa. Kabla hujaenda kwa mama Nyaboke, enda kwa mume wako ukamwambia habari zilizokupata. Ukisoma katika kitabu cha Judges, ambayo sijakumbuka kunakiri, inasema mama huyu alikuwa mke wa Manoa, mamake Samson. Alipopata habari ya kwamba watamzaa mwana, mtu wa kwanza alimpelekea habari hiyo alikuwa mume wake. Kwa hivyo tafadhali, hebu maneno yote na mipango yote na siri zote, mauchungu yako, furaha zako na giza zako, tafadhali hebu mume wako akuwe ndiye wa kwanza kusikia habari zako. Mume wako atakusikiza? Kuna mtu nimeona amefanya hivi tayari. Na hiyo ni jibu. Anakusikizanga ama waliachanga kutusikiza? Tunaanza mwanzo mpya katika makambi haya. Na kwa sababu jana pia tuliwaambia waweze kutusikiza. Si tuliwaambia hivyo? Sasa kutoka leo mambo yanabadilika. Number 2 inasema hivi, na inatoka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 7 mstari wa 2 hadi wa 5. Ni wa pili ama ni wa 2? Wa 2 hadi wa 5. Wakorintho wa kwanza mstari wa 2 hadi wa 5. Aha. Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe. Haya, kila mwanamume atafute mke wake mwenyewe. Na kila mwanamke, sikiza sasa kazi yetu sisi wanawake, na awe na mume wake mwenyewe. Hakuna pahali Biblia imeandika kuhanya-hanya. Nyinyi mko na hiyo vocabulary huku? Kuna hiyo vocabulary ya kuhanya? Hamjui hiyo? Iko kwetu Kikuyuland. Kuhanya-hanya ni mara uko kwa huyu, mara uko kwa huyu. Sasa tukikuona leo na Mukaya, kesho tunakuona na nani mwingine, na Nyakundi, tunaanza kusema Wandegwa ameanza kuhanya-hanya. Kwa hivyo Biblia imekataa kuhanya-hanya. Kama uko hapa, hata kama uko namna gani, katika jina la Yesu, kwa sababu tumekuja hapa kutafuta wokovu. Tumekuja kutafuta wokovu, na wokovu uweze kuwa rahisi kwetu wakina wanawake, ni ya kwamba tuwe na mwanamke na mwanaume mmoja peke yake. Endelea Mackenzie. Mme na ampe mkewe haki yake. Na mme ampe mkewe haki yake. Haki ya ugali. Ni ugali inaongelelewa pale.
ama ni kusukwa nywele ile design poa? Ndio haki hiyo? Kina mama mtaongea ama niwalete hapa mbele? Ni haki gani hiyo inayoongelelewa hapa katika kitabu hiki? Hebu Mackenzie, endelea. Biblia inaendelea kusema na vivyo hivyo, yes, mke na ampe mmewe haki yake. Kabisa. Hebu simamia hapo, ama maliza tu. Mke hana amri juu ya mwili wake. Hauna amri juu ya mwili wako, bali mmewe. Vivyo hivyo mme hana amri juu ya mwili wake. Bali mkewe. Mstari wa 5. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda. Rudia tena. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda. Rudia tena. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda. Rudia tena. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda. Ni chai ama ni uji tunakatazwa kunyimana? Ni chai ama ni uji? Ni kitu cha muhimu ile kitu. Kuna mzee ameita lugha mzuri akanifurahisha, ile kitu. Hiyo kitu wacha kunyima mke wako. Hapana, leo nisikia wa mama. Hiyo kitu wacha kunyima mme wako. Ninajua mama mmoja ambaye alikuwa hivi, akitaka pesa ya nywele, kazi yake ni kukausha. Anamwambia nataka pesa ya nywele. Nataka pesa ya nywele we mzee. Mzee anamwambia sina pesa, tutatafuta next week. Ile pesa iko ni ya chakula. Mimi naona tu unaninyima pesa. Sasa wanaenda kulala. Wakienda kulala, mwanamke amekaa pande hii na amegeuka na amenuna. Mzee anaguza. Anaanza kusafiri. Akiwa anasafiri akielekea Yerusalemu, anasikia hii mkono ka. Na anaambiwa wacha nikwambie. Si ulininyima pesa ya nywele? Kila mtu akae na kitu chake. Weka na pesa hii hupati mpaka unipe pesa za nywele. Hiyo kitu si ya kujilipisha nayo. Tumeambiwa tusifanye nini? Na jana usiku wewe ulifanya nini? Hata wewe ni shahidi. Si ninaangalia hivi, ninawaona wale walinyimana jana usiku. Katika jina la Yesu, hiyo ni dhambi. Ni dhambi inayofanana na uasherati. Ni dhambi ambayo inafanana na kuivunja sabato. Ni dhambi ambayo inafanana na kuua. Tafadhali kina dada, usinyimane. Unajua sisi tuna bahati mbaya. Unajua hii kitu inafanya saa nyingine ninakaa na adabu. Sisi kina mama tuna bahati mbaya kwa sababu waume wakitaka ametaka. Lakini sisi ni lazima unakaa hivi kwa sababu wewe hauna njia, na ndio unasikia inasisitiza baada ya kuongea juu ya mwanamke ndio imesema tusinyimane, kwa sababu wewe mwanamke ukitaka, ukiamua leo utakula ile kitu na kuambia utakula. Apende asifanye nini? Asipende. Mama mwingine rafiki yangu akazaa mtoto. Alipozaa mtoto akawa na ile inaitwa depression after birth. Na alipopata hiyo depression, bwana yake aliogopa sana. Na akamwambia hapa hatuzai tena. Hapa hatuzai. Ujikinge sana. Mimi sitaki mtoto mwingine. Hiyo stress umepitia sitaki kuiona tena. Na mama akafika wakati baada ya miaka 3 akasikia sasa anataka mtoto. Unajua sisi wa Kikuyu ukizaa firstborn ni mama, kama ni kijana ni baba ya bwana yako. Akiwa msichana ni mama ya baba yako, ya bwana yako. Kwa hivyo alikuwa na kijana na msichana. So huyu msichana ndiye alikuwa second born. Na sasa kwa hivyo tayari alikuwa na mama ya bwana na baba ya bwana. Na akasikia moyoni anataka mama yake. Na sasa akamwambia mimi nasikia nimepona, mimi nataka mtoto. Akamwambia wewe, chunga sana. Unakumbuka ile ugonjwa? Tafadhali hapa sitaki mtoto. Mzee akijua hiyo ndio siku ile ya mtoto anahepa. Sasa wakati mmoja mama akaamua mimi mtoto ninataka. Nakwambia akaenda. Akamwambia mimi nataka mtoto. Unafikiri ni kuoga naoga? Mimi ninataka mtoto. Unajua mimi ninataka mtoto. Wako kwa kitanda mimi nataka mtoto. Mara ya mwisho mzee aliruka juu. Wewe unanisumbua sana na mimi nakwambia sitaki mtoto. Ninataka kukuambia mama, wewe hauwezi kunyimwa. Lakini wewe unaweza fanya nini? Unaweza nyimana. Na ndio Biblia inatuonya. Hiyo si mali yako. Hiyo si mali yako. Na tena ni nini hiyo unanyimana? Hii kitu kama ingezimwa ningefurahi.
Ni nini hiyo unanyimana na vyenye iko sura mbaya? Katika viungo vya mwili wa binadamu, ni nini ingine iko sura mbaya kama hiyo? Huenda hata Mungu mwenyewe aliificha. Siangeiweka hapa watu waende wakionanga mwanaume anachagua yenye anataka ikiwa hapa. Lakini Mungu mwenyewe akaificha. Na sasa hiyo ndio unamringia mume wako nayo. Na laaniwe mwanamke anayenyima mume wake. Hiyo kitu hata sabuni haitaki. Tukifundishwa usafi tunaambiwa usioshe na nini? Na sabuni. Na hiyo kitu ndio sasa umekwama nayo, unaringa nayo. Tafadhali kina mama, usome hilo fungu na ukasome tena. Hata kama una hasira namna gani. Kama umnyimi chakula ya tumboni, umsimnyime na chakula. Mwanaume ni wa tumbo ngapi? Ama huku Kisii wanaume ni wa tumbo ngapi? Kwetu ni wa tumbo moja. Nimewaletea tumbo ingine kutoka Kikuyu Land. Mwanaume ni wa tumbo mbili. Tumbo ya juu, tumbo ya chini. Na ni lazima ashibe tumbo zote. Si unampikia ugali wa mawimbi, unamwekea yale maziwa. Mnaita nini? Marurano. Unamwekea hizo vitu, mwanaume analala anakaa ngumu, ana sweat usiku, na huku sasa umekunja tumbo ya pili akae njaa. Kina mama tumechangia sana uzinzi kanisani. Na kama Biblia inavyosema, wewe hauna mamlaka juu ya mwili wako. Hauna mamlaka. Na tamaa yako, ukisoma katika kitabu cha Genesis, inasema tamaa yako itakuwa kwa mume wako. Ndio unaona unakasirika, unabeba mizigo. Japokuwa siku hizi waendi sana. Unabeba mizigo, unaenda kwenu, unaweka vinguo kwa magunia, matres zenye mtoto amesusuria, unaweka vyenye umekasirika. Unaenda, unakaa, unaona hata hakuji. Na ndio unaanza kusema, unakaa huko hata hanikujiangi, unaona hanipendangi. Wiki ya kwanza, wiki ya pili unaamka asubuhi na mapema mama yako ameenda kupeleka maziwa, na wewe unabeba watoto wako tena unarudi. Alafu watu wanashangaa, mbona ulirudi, ulikujiwa? Niliketi nikajua maadui ni wengi. Nilijua wangu ni mmoja tu, ni huyu Bwana. Ni tamaa yako itakuwa kwa mume wako, sema amen. Hivyo alivyo, juzi nilikuambia wewe ndio ulimchagua. Kama ni kafupi kanono, tamaa yako itakaa kwa huyo. Kama ni mwembamba mrefu, tamaa yako itakuwa kwa mume huyo. Na kama tamaa yako imeanza kuisha, tafadhali uje hapa kabla Pastor Fadhili hajarudi TZ. Akuombe. Tamaa ifanye nini? Iwake, si kurudi, sema kuwaka. Kwa hivyo ni lazima tujue. Na wazee, hebu nirudi kwenu tu hata kama siku anataka nirudi. Na nyinyi wazee wacheni kukaanga na sisi kama GSU. Unajua GSU hatakangi kujua kama ni baba ya mama yake, kama ni nani. Akitumwa kupiga watu anachapa kila mtu. Na wewe mzee wacha kuingianga ovyo ovyo. Jipange. Na wewe mama wacha mzee wako ajue ni wapi huko ndio avenue, ndio barabara ya kuteremka. Sasa hii kitu inanikosea. Ningewaambia mimi pahali mimi napendanga. Kwa hivyo tafadhali wacha mume wako ajue. Akiguza masikio ndio sasa saa hiyo, ndio sasa saa hiyo. Akiguza nywele ndio hiyo. Akiguza magoti sasa ndio imezidi, imekuwa kamili kabisa. Wacha mume wako ajue ni wapi. Wacha kumwachia mwenyewe azurure ni kama anakaa na bubu. Sema mahali ambapo unatoshekea. Kwa sababu hii ni zawadi tulipewa na Mungu. Na wakati watu wote walioolewa na wakaoa watajua ya kwamba hii ni zawadi, ndoa itaishi ikiwa safi. Kwa sababu tutatumia ndoa kwa utukufu wa jina la Bwana. Sema amen. Tafadhali, work on that. Sex is very important in marriage. Hata kama sex is not everything. Shughulikia hiyo biashara tafadhali. Tuende number 2. Sacrifice for your children. Mama, jitolee. Hiyo mnakuanga 70%. Ni vile tu siku hizi masomo yamekuja, anga unasoma, anga uko na online classes, anga unatokeanga job, unaingia kusoma, uko unafanya masters. Tafadhali ninakusihi unapofanya mambo haya yote, make sure your children come first. After your husband, wewe ndio mtoto anakuhitaji sana. Nimekuwa nikienda mikutano mingi ya makambi na ninapewa bus-senders. Nikienda makambi ya high school. Ukiongea na watoto when they are going through hell,
Watoto ambao ukiwafundisha mambo na mental health and they want to share their sad story ni watoto wote ambao hawakuona mama yao kwa picha. Hawa wasichana mko hapa, young mothers ambao ni millennials, wanaitwa nini? Hawa Gen Zs, unapata mtoto mnakosana na mwenye alikuzalisha, unapelekea mama yako na unamtumia 30k ya kutunza mtoto. That is good but that is very dangerous kwa huyo mtoto. Mtoto anapokosa mama yake katika maisha anakuwa na shida sana. Anaishi na machungu, anaishi na pain ambao hawezi sema. Ninakumbuka mmoja alikuja akaniambia mama yake na baba yake waliseparate. Mama yake akaenda akaolewa kwingine na amepata watoto wawili, lakini huyu kijana amebaki na baba yake. Sasa tumeongea mara ya mwisho akaniambia nilikuwa nataka kukuambia kitu. Akaniambia mimi kuna kitu inanisumbua. Na yeye ni mtoto ako college, si kitoto kidogo. Ananiambia mimi baba yangu na mama yangu waliachana nikiwa class 3. Na mimi hayo maneno huwa yananiuma. Na ni mvulana, akimaliza hiyo sentence anaanza kulia. Then I was telling myself, if only her mother angeona vyenye mtoto wake anaumia. Tafadhali kina mama, chunga sana mambo ya watoto. Chunga sana maneno ya watoto wako. Watoto si kupikia uji na kununulia ile nguo inafanya hivi ile ya wasichana, na maboys kuwanyoa ile vitu mnanyoa. Nitakuja kuongea mambo ya watoto kesho. Tafadhali, mtoto pia ni zawadi. Mtoto si kitu cha kuchezea ovyo ovyo. Mtoto ni mapenzi ya mzazi. Hiyo ndio kitu anahitaji. Heri ya kule ugali na chumvi, lakini aone mama yake yako hapo na mama yake anamjali. Tafadhali, sacrifice for your children. Tunaenda number 5. Always be the number 1 fan of your husband. Nobody should be sincere to your husband than you. Kila wakati wewe uwe ndio bwana yako akikuona hivi anasikia vizuri. Fan. Si aende TikTok akatafute kina nani huko, hawa wanakuanga huko. Wewe ndio ukue fan wake. Wacha kukaa umenuna, wacha kukaa kama haya mawingu ya mvua. Kuwa fan kwa mume wako. Kuwa fan kwa mume wako. Mume wako akikuona akija nyumbani akiwa na stress, anajua akikupata mambo itakuwa sawa. Ya kwamba hata akienda akuje akute hauko, anakuza kwani ulienda wapi? Namwambia ninakuja. Lakini mambo ya kukaa unakalia bwana kama askari. Unakaa kama gateman. Umeiona gateman hachakangi na watu. Kazi yake ni anakuambia leta kitambulisho. Sasa wewe ndio ukiwa na kata ndio unamsalimia na kumwambia habari yako soja. Nakuwa mzuri sana. Na anamaliza maneno. Wacha kuwa askari wa gate kwa bwana yako. Tabasamu, furahia. Kwa sababu pia bwana yako ni zawadi kutoka kwa Mungu. Sisi wenyewe ndio tunaharibu nyumba zetu. Tunabaki kulia nyumba zetu zimeingia shida. Tumejaza saa hii, najua kuna pale kumejaa vimaombi vya wazee wakiombewa na vya wakina mama wakiombewa. Sasa hivi tunapaswa kuwa hapa na maombi ya kushukuru kwa sababu Mungu ametuonekania. Tafadhali kina mama, wewe shughulikia bwana wako. Wacha wewe ukue ndiye attention yako, akue attention yake ni number 1 kwako. Nataka kusema hivi. Nataka kusomea majenzis. Usiwahi kuwa na contact na your ex-boyfriend ambaye mlipendana kabla haujaolewa. Hiyo ni hatari. Watu wanasema tu haikuwa mbaya. Hiyo ni salamu, hiyo maneno ilishanga. Si alioanga na mimi nimeolewa. Na huku mkikutana mnaanza kuanzana, by the way ni wapi tulikosania? By the way unajua na kumisingi. By the way unajua tukiwa na my husband kwa kitanda na kukumbukanga. Hizo ndizo hadithi zitakazoanza na mkisonga mbele itakuwa ni uzinzi. Najua msichana mmoja alikuwa na rafiki yake hivyo. Na huyo rafiki yake akajua mahali anaishi na alikuwa anaenda na magari haya ya masafa marefu. Na alipojua ya kwamba pahali hapo tuseme ni Kisii, ndipo huyo msichana ambaye alikuwa ex-girlfriend wake akatafuta namba ya simu tu amsalimie. Alikuwa very innocent. Alitaka amsalimie kwa sababu alikuwa rafiki hata kama waliachana. Na kusema ukweli alipata namba. Na alipopata namba, akaja alipofika akapiga simu. Na yule msichana akasikia, ni Jose. Kia nani, wacha nije tuonane. Na akatoka haraka akaachia shosho yake kama mtoto na mzee ameenda job. Na akaenda wakaonana, wakakula nyama choma na wakafurahiana. Akamwambia naenda hivi, nikirudi si tutaonana tena. Na alipokuwa siku sasa ya kurudi, yule kijana akampigia simu.
Na kwa sababu alipigiwa simu mzee akiwa kwa nyumba, alitoka nje na hiyo simu. Wanaambia watoto wangu, vijana wangu, hiyo ni ile simu haina network. Unajua kuna simu nyingine hawawezi pigia kwa nyumba kwa sababu haina network. Sasa huyu mwanamke alikuwa akapata call ambayo haiwezi pata network kwa nyumba. Na akaenda akamwambia, Jose, umekuja? Ninafika in 30 minutes. Sawa, ngoja nitakuja. Na ile msichana akaenda mbio, akamwambia mama yake, niangalilie mtoto, ninakuja nifike hapa tao. Akapiga bwana yake chenga. Kumbe bwana amemwangalia, ameona hizo movements. Wacheni niwaambie, wanaume wananusa hatari. Na hata kina mama hunusa hatari. Si unajuanga tu, unaonanga mambo haikai sawa hata kama hujashika mwizi. Tunanusa panya akiwa anaingia. Kwa hivyo huyu kijana, they were young people, akanusa akaona huyu mwanamke haja behave vizuri. Sielewi mbona akaenda akapigia simu nje. Amekuja amepata haraka za kukimbia tao, nitamfuata. Na basi akaenda na akamfuata. Alipomfuata akaenda akaona wameonana, yule kijana mwingine ameshuka juu ya lori na wametoka na wameingia pahali, akampigia simu. Alipompigia simu hakuchukua. Na ni kuchapa story, hawakuwa na mambo mbaya. Na walipokula wakanywa soda, nafikiri akamwambia mzee ananiita, wacha nirudi, na msichana akarudi. Alipokuwa anarudi, kijana akakimbia mbio nyumbani, akamngojea. Na alipokuja akaingia kwa nyumba, kumbe kijana tayari ametayarisha shoka. Na ndiye akamuuliza, ulikuwa umeenda wapi? Nilikuwa nimefika tu hapa tao. Ulikuwa unaenda kufa kitambo? Aseme kitu ya pili. Akachukua, na mama yake ako jikoni, akachukua ile shoka akamgonga kichwa na akamuua. Na sasa kijana akaenda akawekwa Keng'ong'o prison, na mwanamke msichana akaenda akazikwa. Katoto kamebaki hapo. Ex boyfriends and girlfriends. Wachana na affairs zilizopita, wacha zipite. Wachana na huyo mtu. Wacha kuwa na contact yake kwa simu. Ni hatari kubwa kwa maisha yako. Tunaendelea. Don't discuss your husband and home affairs with careless people, or with people carelessly. Si kukaa ukipigianga watu stories za kwako. Bwana yangu siku hizi. Bwana yangu hata aleti chakula. Bwana yangu mimi hata nitamwacha. Vitu vyote vya bwana yako unakaa ukiambia kila mtu. Gossip about your husband with people is a door for intruders. Utaenda kumwambia, bwana yangu hata usimuone hivyo. Ile kitu anajua ni kazi ya kitanda. Hiyo haoneshangwi na mtu, lakini haleti chakula. Mimi nitatoka. Nakwambia haki, mtu anakaa hivyo anapaswa kuachwa. Na hivyo unamwambia anapaswa kuachwa, anangoja utoke afanye nini? Kwa sababu amejua kuna kitu huyu mzee ako nayo yeye hana. Si umemwambia vizuri, umempea details ya kwamba mzee ile kitu anajua ni nini? Na yeye mwenyewe hana. Mnanyamaza aje nyinyi? Mnalalanga chini, hamnaliangi kwa vitanda. Umemwambia vizuri, bwana yangu kitu anajua ni kitanda tu, hakuna kitu kingine. Kutoka aliacha job anashindanga hapo. Mimi nitamwacha. Mwanamke anachukua aerial, anajua okay, mimi nitatafuta. Ile kitu nimekosa ni kazi ya kitanda. Anakwambia muache huyo. Mtu hawezi kaa na mtu lezi hivyo. Ukiondoka utashtuka, yeye ndiye ataingia kwako na atakuwa kwako. Na utakaa ukishangaa. Na nimeona nyumba nyingi, si moja, mbili wala tatu, ambazo wanawake walitoka, marafiki zao wa karibu sana wakaingia, na maisha ikakuwa sawa kuliko mbele. Chunga sana, funga mdomo. Wacha kwenda ukiambianga watu vyenye bwana yako ana nini. Ako na ile kitu kubwa, ile nini kubwa. Wacha kwenda ukihubiri hizi habari. Unavyowaambia watu hivyo, kumbe ni kuadvertise, una advertise business. Mwingine atangangana mpaka apate hiyo ambao wewe unakuchokesha. Hiyo ingine ni usiwe mwanamke ambaye ukikasirika kidogo umekwenda. Marriage is not for quitters. Ukikasirika kidogo umebeba bag. Ukikasirika kidogo umeondoka. Ukikasirika kidogo umeenda kwa friend yako. Ukikasirika kidogo umeenda kwa mzee wa kanisa. Ukikasirika kidogo umeenda kwa mama yako. Wewe umekuwa kama refugee, hakuna pahali huwezi lala kwa sababu ya mzee. Ukiendelea hivyo unaendelea kuondoa the gap. Vyenye mnaendelea kutengana, unaenda leo, kesho mtaenda mapenzi ikiwa inaisha. Na unajua nyumba inajengwa
katika foundation ya upendo wa kimbingu, na upendo huo ndio unaitwa mapenzi. Wakati unakaa ukivuruga mapenzi ni kama kupoesha uji na kijiko ya chuma. Ukikaa ukipoesha uji na kijiko ya chuma, what happens? Uji inakuwa nyembamba, inarefuka, inafika binguni. Na wewe ukiendelea, ukitoka kwa nyumba yako, ukirudi, unaendelea kuvuruga the basic foundation of your marriage. Na itaisha, na itaenda ikiisha na ikiishanga. Kaa hapo. Tulisema kama ulichagua huyo, kaa na yeye. Vumilia kuwa bibi yake. Vumilia, Yesu atakuja na binguni hatutaolewa. Ukisikia na kuchokesha sana, piga magoti mwambie Yesu, siuje haraka. Mpaka lini Yesu utakaa mbali? Kuliko kuondoka. Bwana asifiwe. Hamtaki hivyo? Bwana asifiwe. Kaa na yeye. Pia huyu mwanamke anapaswa kuwa akijua hivi: ni wakati gani wa kuzungumza na ni wakati gani wa kunyamaza. Ujue wakati wa kunyamaza. You should know when it is time to speak and when it is time to keep quiet. Wacha kurusha mdomo juu. Mimi nimeona watu wamechapwa kwa ajili ya mdomo. Unarusha mdomo, bwana akienda kuongea unarusha, anakwambia na nitakugonga, unamwambia ungelikuwa umenigonga jana. Kwani mama moja wa kwetu alikuwa mume wake ni mlevi. Na alikuwa akilewa anakuja na mtandika, na alikuwa mnene, na kabwana kalikuwa kanyembamba kadogo. Yeye alikuwa mbig na ni mnene. Sasa siku moja akaambia sister in law yake, bibi ya brother ya bwana huyo. Akamwambia huyu hata nipiga hivyo, leo tutaonana. Mimi amenijenga sana. Tutaonana. Sister in law yake akamwambia, "Woi Recho, siwache kucheza na wanaume. Usimuone amekonda. Mwanaume nguvu yake inakuanga kwa mifupa." Akamwambia, "Wewe ninyamazie, mimi hata nipiga tena. Tutakuwa sasa tuna fight." Na akangoja mzee. Na mzee alipokuja akamwonea kwa gate, amekuja ameanza matusi. Akamwambia, "Nimekusubiri sana. Umenizoea. Leo haunipigi tena. Leo jaribu." Akaanza. Hata mimi leo jaribu." Mzee akacheka. Akamwambia, "Recho wewe, wacha kucheza hiyo mchezo unacheza." "Kwani iko nini? Kuja." Akamwambia, "Nitakugonga, niko kuligao, nitakugonga vibaya wewe. Ninakwambia ungekuwa umenigonga jana. Enough is enough. Come baby, come." Nakwambia yule mzee akakuja. Si ameitwa na amechochewa, sasa amepata mori. Alikuja akapinda hivi, akapitia katikati. Sasa bibi anafanya hivi hapa, na ni mnono mnene. Kwa hivyo aka kwa ajili ni kadogo kalikujia hapa. Aligongwa ya hapa, akaanguka, na alipoanguka alianza kuita yule sister in law, "Woi, Kagore! Ameniua! Tafadhali wacha kurusha mdomo. Na usirushe hata mwili. Unaambia mtu akugonge na unajua vizuri akikugonga utazimia. Tafadhali wacha kurushia mume wako mdomo. Mpe heshima zake. Mume wako anasimamia Mungu, na wewe unasimamia kanisa. Ni kama kanisa tukae hapa naambia, "Yesu wewe kuja utuchome bana. Umekaa sana. Wewe kuja." Mnaelewa vitu tunasema? Tafadhali kina mama, tuwaheshimu waume zetu. Jinsi alivyo ni kiumbe cha Mungu na ni zawadi kutoka mbinguni. Hata kama ni mlevi, ni zawadi kutoka mbinguni. Hata kama hafanyi kazi, wewe ndio unafanya kazi. Hata kama hafanyi kazi ya ile kitu, bado ni wako na ni zawadi. Tafadhali inua matatizo yako kwa Jehova. Yeye ndiye mtetezi aliye imara. Na kama tulivyoambiwa leo saa 5, atapatikana wapi mtu kama huyu? Atapatikana wapi mke kama huyu aliyejazwa na Roho wa Mungu? Mzee mmoja alikuwanga mlevi. Kwa hivyo alikuwa anaenda base, wanalewa na marafiki. Marafiki wanaanza kusema, "Mimi bibi yangu hananga kichwa. Huyo ninagonganga kila siku. Hananga akili." Mwingine yeye akasema, "Wachana na wangu ni mchafu ajabu. Mimi huwa ninamtandika na hasikii." Huyu akawa amenyamaza tu. Alafu anaambia, "Na wacha hivyo. Hata saa hii nikienda ninakuta amefunga mlango. Mimi huwa ninalala kwa mbuzi." Huyu mwingine anasema, "Wacha hivyo. Mimi naingilianga kwa dirisha. Hata hawezi nifungulia." Na yule mzee amenyamaza akamwambia, "Wewe ngoja. Mimi nina mke." Nafikiri huyo ndio mtu ambaye tumesomewa leo asubuhi.
utampata wapi mke kama huyu ambaye ana roho wa Mungu? Akawaambia, wewe kwenda, ni unatuambia mke wako nini? Akaambia, tufanyeni hivi, tutaenda kwa kila mtu na tunaanza na kwako. Na mimi ndio nitamalizia. Mke wangu anani, nataka tumuone, sitaki kuambia story. Wakaanza kwa wa kwanza, walipoenda wakajaribu, wakafungua, anaambiwa kama nako ulala huko shaitani. Akatukanwa, mke anatukanana akiwa ndani na wako nje. Wakahama hapo. Wakaenda kwa yule mwingine wa pili. Naye wakakuta anawaka moto na hawezi fungua. Anawaambia kwendeni huko. Sasa walipofika kwa mume wa tatu, yule ambaye ana mwanamke huyu ambaye anatafutwa, ambaye amejazwa na roho wa Mungu, wakamwambia sasa ngojeni. Tutafute pahali, kulikuwa kumenyesha, tutafute pahali kuna maji na matope. Wacheni jinjibingilishe ndani. Akajitia na matope, akajibingilisha, akakuwa mchafu kabisa. Na sasa wamesonga, wanaenda, na akaanza akiwa kwa gate. Mimi nilisema hapa ni kwangu. Mimi ndio mzee wa hii nyumba. Na ufungue haraka ama nikuue. Akapiga kelele. Mke mara moja, saa hiyo ni saa 7 ya usiku. Akaamka mke yule, akafungua mlango. Alipofungua mlango, wale wanaume wengine wamejificha. Alipofungua mlango, kimzee kikajiangusha na akawa hawezi kuamka. Yule mama akaenda akamuinua na matope yale, akampeleka kwa nyumba, akamweka kwenye kiti, akamvua viatu, akamvua pia na nguo, akamvalisha nguo zingine. Akamwambia, mume wangu tulia. Wewe acha kuniambia ninyamaze, wewe ni mwanamke wa wapi? Anamwambia tulia tafadhali. Alipombadilisha nguo zote, ndiye akapiga binja, wale wakakuja. In fact walifika ulevi ukiwa umeisha kwa ajili ya kushangaa. Wakakuta kumbe kuna hot dish kubwa hapa ya ugali ya wimbi, na kuna ile mboga kienyeji ile, na kuna maziwa hapa na mayai. Na mzee sasa akawa anakula. Wacha nikwambie, kutoka hiyo siku yule mzee akatoa ushuhuda kwa wale, na wale pia wakaamini huyu Mungu, kwa sababu alimuuliza, siri yako ni nini? Siri yako ni nini mama? Unavumilia mzee kama huyu? Kamwambia, mimi nimejuana na Mungu wa mbinguni, na ninajua huyu mzee ni zawadi kutoka kwa Mungu, na ninajua Mungu wangu anampenda kuliko vile mimi ninavyompenda, na ninamuombea kila siku, na ninajua siku moja atabadilika. Na hiyo ndio ilikuwa siku ya mzee ya kubadilika. Je, katika kambi hili kunaweza patikana mwanamke kama huyo ambaye hatatoa mdomo lakini atamvumilia mume wake jinsi alivyo? Tumewastress hawa waume kwa ajili ya kuwashautia. Unashautia mzee, wazee hawajui kuongea, ile iko juu. Kama hajui kugonga, na unajua Wasabato hawatugongi, kwa sababu akikugonga utamleta chatboard. Na pengine yeye ni elder. So hivyo unatoa mdomo nakwambia, wacha kunisumbua, wewe nitakugonga. Gonga nikupeleke board, gonga leo ndio watajua. Mzee anafanya nini? Anavumilia, anameza. Na wazee wetu wamepata stress. Wazee wetu hawana raha katika ndoa. Wazee wetu wanashangaa watafanya nini, kwa sababu jana tuliwaambia wasiende kurandaranda na hiyo kitu yao. Kwa hivyo wanakaa hapa wanangoja Yesu. Na sasa wewe umeamua ndio utatocha your husband, utamtocha your husband. Heaven is watching, na inatafuta ni nani mwanamke huyu atapatikana wapi ambaye roho wa Mungu umejaa ndani yake. Usirushie mume wako mdomo tafadhali. Ujue ni wakati gani wa kuongea na ni wakati gani wa kunyamaza. Wakati mzee amekasirika, funga mdomo wako. Kama unataka kumuomba pesa ya kuenda Congress na uko juu, we ngojea saa ile usiku amekula, ameshiba, amekula ile tumbo zote ziko tu sawa. Sasa ndio unaanza kumwambia, haki mzee, unajua mimi nakupendanga. Unajua huwezi muita mzee. Ni vile mimi sitaki kusema ile jina unaweza muita. Si wewe unajua venye unamuitanga? Ama hamnanga majina, mnamuitanga majina tu mkaya. Unajua sasa mimi ninataka kwenda mkutano. Ondieki, mimi nilikuwa nataka kwenda mkutano. Mimi siwezi ita mzee wangu hivi, hata hawezi itika. Unfortunately he is resting. I used to call him darling. Yeye alikuwa ananiita sunshine. Na mnaona kama mimi ni sunshine kweli? Oh yeah. Unajua vile wazee vile utaita mke wako ndivyo atakuwa, na vile ndivyo atajiamini. Tafadhali jiaminini. Na ukae na bwana yako vizuri, kwa sababu haujui mnakaa na yeye siku ngapi. If only my husband was here today, ningempenda mara 10 ya jinsi nilivyokuwa nimempenda. Haujui utakaa na mke wako siku ngapi. Mpende mke wako mgali mko pamoja. Ita mzee wako majina tamu ile mko mnaitana mkiwa vijana.
Ukitaka kuomba pesa wacha kumuita Baba Atieng. Hiyo ni jina moja imekauka sana, inakaa kama ugali ya jana. Muite jina nzuri ambayo inatuliza moyo wake. Hakuna mtu hapendi kupendwa. Wewe mwenyewe unajua venye unapendanga kupendwa. Hata mume wako anapenda kupendwa. Kina mama tafadhali wacheni kuniangusha. Ninaomba turekebishe. Tuwape wanaume wetu raha. Tuwape wanaume wetu raha. Anapoenda kupigana na ulimwengu, aache kuacha vita ya ulimwengu, anakuja anapata vita nyingine nyumbani. Wacha akienda akipigana na ulimwengu, akipigana na boss, akipigana na school fees hajamaliza, akipigana na loan anataka kutekwa. Akija nyumbani anakuta his darling wife anamgoja na anamwambia kuna tumaini. My love, my baby, it is well. Lakini usizoea kumuita baby sana, atakuwa mtoto. Kwa hivyo tunasonga mbele. Mwanamke ambaye tunaongea juu yake leo, ambaye ni mke wa mume ambaye ako hapa anaomba Mungu ampe mke mzuri ambaye wanaishi na yeye, ni mwanamke ambaye amejaa wisdom. Ni mwanamke ambaye jana tulisema wazee wajifunze kutusikiza. Si tulisema hivyo? Lakini atakusikizaje kama unatoanga maneno hazina maana? Unaongeanga kama mtoto. Ile kitu kubwa unaweza ambia bwana yako ni pesa ya nywele. Ile kitu kubwa sana unaweza ambia bwana yako ni pesa ya nguo. Sasa unajua ni wiki ya makambi, na unajua makambi Sabato ni lazima watu wang'are. Sasa unajua kina mama wengine watu watakuwa huko, mimi peke yangu ndio sitakuwa na nguo mzuri, mimi nataka pesa ya nguo. Hiyo ndio ile kitu kubwa sana unaweza ambia bwana yako. Wakati wanawake wengine ambao ni wanawake waliojawa na roho wanamwambia mume wake, unajua what my husband, ni kweli haukai poa, lakini wacha tujipange. Kwanza nguo ya makambi haina maana. Ile kitu ya maana ni ile mahubiri tunahubiriwa huko. Wewe usijali hata kama mwaka huu sina nguo. Nataka kwanza tumalize kale kadeni. Hata kuna tupesa wakati nilienda kuuza mboga, kuna tupesa nimesave 2,000. Na sasa unganisha na hiyo ingine uondoke. Huyo ndio mwanamke ambaye anatoa moshi ya hekima, uses wisdom. Tafadhali kina mama, wacheni kuwa hata ile kitu ya maana unaweza ambia bwana yako ni kumuitisha pesa. Kwani kuna mti amepanda hapo nyuma ya nyumba yenu ambao anakatanga pesa jamani? Tuwahurumie hawa wazee. Mwanamke huyu ambaye tunaongea naye leo anapaswa kuwa mwanamke emotionally stable. Mwanamke ambaye ni emotionally stable. Wakati wa kukasirika, akikasirika anakasirika na mpango. Akitaka kulia analia na mpango. Sitemi yulia na mpango venye majenzi wanalianga. Unajua hawa watu upaka paint kwa uso inajaa. Sasa akifika kulia anafanya aje? Hiyo si kulia na mpango, hiyo ni ujinga. Kulia na mpango ni kulia mara moja kwa sababu umesikia uchungu na mara moja unainuka unatembea na Yesu. Amen? Si unaishi hapa umelia kutoka January mpaka February mpaka March. Sasa bwana yangu alikufa December. Sasa niko hapa hata nikiitwa makambi siwezi enda. Unajua mzee alikufa. Bado mimi niko kwa matanga. Matanga ya saa ngapi? Ni machozi gunia ngapi naweza fufua bwana yako akifa? Kuna kitu. Yesu anatushika tunasonga mbele. Usiwe mwanamke wa kulia ovyo. Kulia ovyo, kucheka ovyo, kupiga makelele ovyo. Emotions. Chunga kaa kama muungwana tafadhali. Wacha mume wako anatamani kusimama na wewe mbele pahali. Kwa sababu anajua bibi yangu ni muungwana. Emotions. Nakumbuka mama mmoja, bwana yake alikuwa analewa sana. Na alipoenda ni mama wa ulimwengu ambaye hajajua maneno ya wokovu. Alipojua mwana yake hulewa na hapa hivi chini kwa ile klabu iko na hapo, akasema ataenda kumpata huko. Unfortunately, alipoenda alimpata na msichana. Sio msichana tu, rafiki yake. Mwanamke alikasirika. Akakuja nyumbani, akafunga gate. Mzee hakuja. Na obviously hata ukifunga gate si akona kwa kwenda. Si umeacha umepata habari ana kwa kwenda. Unajua hasira zingine wakina mama tunajitia ni za wazimu, ni za ujinga. Umemwona akona mtu, badala umbembeleze mume wako mwambie njoo tuende my darling, I still love you. Ni unaenda kumfungia gate, si ndio atafurahi kabisa. So, alipokuja akafunga gate, gari ilikuwa nyumbani, hakuwa ameenda na gari. Asubuhi alipoamka, alichukua shoka. Akapiga ile gari, akaipiga vioo vyote vikamwagika, akapiga. Akarudi akaenda kwa nyumba na ni ya kukondesha waliokuwa naishi. Akaipiga vioo vya madirisha vyote. Huyo ni wazimu ama ni mtu nomo? Na tafadhali alipiga hivyo vyote, hiyo hasara yote bwana akalipa, akaenda tu mwezi moja akarudi.
Kwa hivyo hata pesa ya kulipa rent lazima alichangia, ya kulipa nyumba ya wenyewe hasara, hata pesa ya gari. Hiyo hasira unajiwekelea ni kama ile watoto wetu upeleka huko shuleni wakati wa mgomo. Anajitia vyenye anajua kufanya mgomo, lakini hasara yote ni nani atalipa? Ni mzazi. Wewe na hizo hasira zako za ujinga unajiwekelea, unakosa kuwa na kiasi. Unapokuwa na hizo hasara ni wewe utalipa. Tafadhali uwe na emotional stability. Uwe mtu ambaye ana mpango. Wewe haukasirikangi hivyo vile unafikiri. Unajua hata watu wengine watakuletea fitina waone vyenye utakasirika. Wewe wanapofikiria utakasirika, unaenda pande nyingine, unatulia, unasema hiyo maneno ninajua. Na kuna wanawake wengine hapa ndio wanakuanga news reporters. Na wangeenda watafute kazi kwa hii media inatuchukua hapa kuliko kuharibu nyumba za watu. Yeye ndio wa kwanza kujua, niliona bwana yako walikuwa na kuambuka, walikuwa na moraa, walikuwa ngana nani. Huyo mwanaume wako, hiyo kwa unasikia walienda ya Revelation, ile maneno walikuwa akifanya huko, mama anajazwa, anafura, anabaki kulipuka. Lakini ukiwa mwanamke mwerevu, wewe ambaye unamheshimu mume wako, kwa sababu mume wako hata kama amefanya nini bado ni mume wako, utamwambia ni hivyo, ni sawa sawa, ni mume wangu. Hata alikuwa ameniambia watakuwa na wao wote, hata alikuwa ameniambia atalala na wao, mimi ndio nilimruhusu. Ukimwambia mwenye udaku namna hiyo hawezi rudi kwako. Ataanza sasa kwenda akiambia wengine, Mrs. Ndegwa ni mjinga, huyo mama ni kondoo, nilienda kumsaidia, imagine akanitukana. Tafadhali uwe emotionally stable. Saa hiyo unaambiwa hivyo ni kusema ukweli, unasikia vibaya. Mimi najua kuna pastor mmoja wa kanisa fulani na sila wa Sabato. Na akaenda akafanya date na mwanamke hapo kwetu Karatina town. Na ilijaa, pengine mlisikia hii habari. Na walipoenda wakaenda room fulani kwa hoteli. Na mke wake akaambiwa walienda. Na walipoenda pale wakajulikana, walienda na wakashikwa red handed. Na ni pastor wa kanisa kubwa. Pastor mhubiri mkubwa. Alikuwa ametoka Embu. Unajua wale watu wana tabia mbaya, akitaka kufanya vituko anatoka hapa naenda Nakuru. So alipoenda na wakashikwa, bibi yake alipoenda kanisani kuomba msamaha, bibi yake alisimama naye akasema, I love my husband. Wewe unaweza fanya hivyo? Kusema ukweli hata wewe unaona huwezi. Tafadhali, Mungu anatafuta, atapata wapi mwanamke kama huyu ambaye atasimama hata kama huko ndani kunachomeka, lakini a control emotions zake. Control your emotions. Mwanamke huyu ni mwanamke ambaye ana multiply. Mwanamke huyu ambaye tunamtaka leo ni mwanamke ambaye bwana yake akimpea pesa ya mboga, kwa sababu yeye ni housewife, anaachiwa 300 ya mboga kila asubuhi, anatumia 150 anaweka mahali. Anaunganisha hiyo 150 kidogo kidogo. Acheni niwape hadithi. Kulikuwa na mama mmoja na alinipa hadithi hii yeye mwenyewe. In fact mume wake alikuwa mhubiri. Na sasa mume wake walipokaribia kama miaka 8 hivi kwenda retire, walikuwa wamenunua plot mahali fulani. A woman that multiplies. Waliponunua, bibi akawa anamwambia, si jamani tujenge. Si sasa tukitoka huku tutaenda wapi na retire ndio hii inakuja. Naambia hiyo maneno isikusumbue, nitaangalia. Hiyo maneno nitapanga. Sasa mbona unajisumbuanga hivyo na vipi maneno mimi ninapanga? Mama akaona ni mpango. Miaka ikabaki 3. Bado ni mpango. Na mama huyu kwa sababu alikuwa na kabiashara yake kidogo, alienda na hakuambia bwana, akaenda akachukua pesa mahali, akachukua loan pahali, akaenda akaanza akaweka msingi, akaweka nyumba walikuwa wamechora, akaanza kujenga na nyumba ikaendelea na amenyamaza tu. Na mzee kwa sababu ni ukungoja na ngoja kupanga, na wazee mwachange kupanga mpaka milele. Bwana anangoja kupanga, sasa imebaki miaka 2 bado wanapanga. Mbona bibi akajenga nyumba ikafika juu, na akawa pia ameweka roof, na sasa imebaki milango na madirisha, na sasa na mambo ya finishing. Na ndiye akamwambia, hebu nikuulize jioni moja, hebu nikuulize mzee, ile kiwanja yetu ulikuwa huko lini mwisho? Anambia, hiyo sijaenda siku karibu, lakini si nikwambia ninapanga tutajenga. Akamwambia, hata kama tunapanga tutajenga, tutakuta hiyo land imegrambiwa. Si ni important tuweze kwenda tuweke hata kama ni kafensi, tuone hata vyenye iko. Haya, akamwambia tutaenda Sunday. Na wakajipanga, na Sunday ikafika na wakaingia gari na wakaenda. Walipokuwa wamefika mbali, mzee akaangalia, akapiga gari break.
Akaangalia tena vizuri akamwambia, Motimia, bibi, shamba iliibiwa. Shamba hatuna, tutile na broti. Hatuna. Bibi akamwambia, maui, si nimeishi nikikwambia wewe. Si mimi kuna kitu ilikuwa inaniambia hii maneno itaharibika, lakini ngoja tufike. Kumbe saa hiyo kuna watu wanaendelea kujenga. Na basi wakaenda. Mzee anatoka na fujo, ni mzee mkubwa, ninamjua, ni mkubwa, mighty man, mrefu. Akatoka na fujo, anaenda sasa anahema, amesweat kwa sababu ya anajipanga. Na basi bibi akamwambia, hapana, mtu aendangi hivyo. Wacha tuende polepole. Unajua unaweza enda kufikiria watu wa wenyewe na upate hatari. Wacha tu tuende polepole. Haya, akatulia wakaenda. Bibi sasa, mzee hatawezi ongea vyenye amefura kama pafada. Sasa mzee, bibi ndiye anasalimia, habari yenu vijana? Mzuri. Ni kazi mko huku? Haya. Wakaingia, hataki waongee kwa sababu vijana si wanajua madhe. Wakiongea siri itatoboka. Sasa akamwambia, hebu basi tuingie tuone hii kazi ya mjengo. Wakaingia ndani. Wakaenda mpaka master bedroom. Akamwambia mzee, tuliza roho. Hii nyumba ni yetu, ni mimi ninajenga. Na kuambia yule mama alibebwa. Akashikwa. Mzee akamwambia, huyu ndiye bibi. Mimi sikuoa bibi. Mimi nilioa akili tupu. Akili peke yake, sina bibi. Mzee akafurahi. A woman that multiplies. Mwanamke ambaye anaweza kuongeza. Tuweze kuwa wanawake wa namna hiyo. Huyu mwanamke ambaye tunamtaka leo, tunataka awe mwanamke ambaye who loves through food. Hii tulikuwa tumeongea, hata hakuna haja kurudia tena. Una cook the best meal. Kuna mahali tulienda siku moja. Na tulipokuwa tumeketi mezani tukapakua vyakula. Na kulikuwa na mzee mmoja walikuwa wamekuja na mke wake. Na mke anajua kupika chakula, hapiki machakula ya Wakikuyu. Unajua chakula ya Wakikuyu bila supu si chakula. Na basi walipokuwa wameketi pale tukapakua, wengine tukapakua. Na mke alipoenda kupakua, alipoona vyenye chakula ilikuwa na supu, alienda akaambia mme, my husband, chakula kimejaa maji. Uchunge sana. Kwa sababu yeye anajua kupika. Na mume alipoambiwa hivyo naye akajipanga. Alienda akapakua tu tumboga. Akapakua tu chapati. Na akakaa na mpango huo. Kile kilichojaa maji hakula. Kwa sababu alijua wakienda nyumbani mke atapika chakula kitamu. Je, wewe ni mtu wa kupika machakula? Sisi Wakikuyu ndio tuko na hiyo shida sana. Nyinyi mko wazuri, mnapikanga ugali ya wimbi hata kama ni ya maziwa. Sisi ni unagonga viazi ndani, kitunguu ndani, nyanya ndani. Unapiga mara moja round unapiga maji baridi. Kitambo maji ishike moto, unaosha mchele, unaweka ndani, unaenda kazi nyingine. Unarudi after 15 minutes unatoa chakula unapea bwana. Hiyo ni ya mwana mpotevu, ile ya chakula ya nguruwe. Tafadhali kina mama, take your time to prepare food. Tengeneza chakula kizuri. The way to man's heart, it is through the... Hamujui? It is through where? Nimewabo kina mama leo. Na vyenye jana mlikuwa na joto. Jana mlikuwa mko juu tu sana. The way to a man's heart is through the stomach. Pikia bwana chakula kizuri. Pikia bwana on time. Wacha kupikia bwana chakula saa 5 ya usiku ndio unampea ugali. Na anakula ugali ile mzito ya wimbi. Sasa akienda usiku ni kuota tu, anashinda huko akipiga kelele, akipiga story zote ile walifanya mchana. Pea chakula mzee on time na umpea chakula ambacho ni balanced diet. Na usipee mtoto usipee mzee mchele, indomie. Hizo vitu ni za watoto, na spaghetti, angana soya sosi. Tafadhali wachana na hizo. Hiyo sikai sana kwa sababu najua Wakisii hapo ni 95%. Tunaendelea kusonga mbele. Na tunaendelea sasa, tunasema huyu mwanamke ambaye tunataka awe mke wa mume huyu ni mwanamke ambaye anajua to call for help. Wakati yako na shida, she knows how to call for help. When stuck in trouble, akiwa na shida, anajua kutafuta msaada. Na sio kujua tu, anajua atatafuta msaada kwa nani. Unajua kuna kutafuta msaada na kuna kutafuta msaada kwa the right person. Kwa hivyo tafadhali, wewe ukiwa mama na uko na shida inakusumbua, usikubali kufa na shida. Tafadhali, tafuta msaada from the right people. Tafuta msaada kwa watu ambao wanaweza kukusaidia. Wacha kutafuta msaada kwa wale ambao wanakuwa PA system. Kazi yao ni kuongeza sauti juu.
enda kwa mtu ambaye atakusaidia. Na mtu wa kwanza unatafuta msaada kwake ni Mungu. Mungu ndiye msaada nambari 1 kwa nyumba iliyo na matatizo. Mungu ndiye msaada nambari 1. Kwa hivyo ujifunze kutafuta. Kwetu kuna wimbo inaimba ya kwamba maneno ikiharibika, maji ikikuwa moto, chura wewe chomoka, kiuraruga. Yaani mambo ikikuwa moto sana, kama mambo yamekuwa mazito na unasikia sasa, unajua chura ukiweka kwa maji, uweke maji hiyo kwa jiko, chura atatulia tu. Vyenye maji inaendelea, maji ikiendelea, akisikia sasa maji inataka kumchoma, anafanya nini? Anaruka. Tafadhali chura ruka. Ikiwa mahali unakaa kuna threat, ikiwa kuna mahali kuna abuse. Siku hizi hatusemi ile ilikuanga. Siku hizi tunasema tafadhali, kama kuna shida, kuna abuse, kuna kina mama wanapata abuse mbaya sana, usikae hapo. Mbele tulikuwa tunaambiwa vumilia, mwanamke ni kuvumilia. Sasa hatusemi mwanamke ni kuvumilia. Kuna pahali itafika uondoke kwa ajili ya afya yako, kwa ajili ya safety yako. Kabla ifike hapo uwe umetafuta msaada. Usiamke tu siku moja na utoke na useme tuliambiwa kiuraruga. Hapana, mimi sijakwambia hivyo. Nimekwambia kwanza utafute msaada, na wakati kutaonekana hakuna suluhu uweze kuondoka. Kuna wanaume hatari sana. Kuna mama mwingine alitoka kwake kwa sababu tulijaribu kumsaidia tukashindwa. Kila siku akija Sabato amejaa vinonda. Na mtu namuuliza ni nini mbaya? Si ni kuumwa. Tunamuuliza unaumwa na nani? Sina mzee. Kwa nini anakuuma? Ananiambianga saa ile ana nini? Akiniuma ndio utamu inaongezeka. That is abuse. It is true. I'm not making stories, my friends. Alikuwa anaumwa. Saa ile anasikia sasa ndio ako vizuri, mzee anamuuma. Sasa unajua akimuuma naye bibi anasema, sasa wakati atoa sauti ndio mzee anasikia vizuri sana. Wengine wanachuna mapaja, wanachuna. Usikalilie mtu kama huyo. Ondoka for your safety. Wacha atafute mtu ataweza kuumana na kukuna kuchunana. Mwanamke huyu ambaye tunaongea juu yake ni mwanamke ambaye anapaswa kuwa confident. She is confident. Hiyo confidence tuliongelelea hata wakati wa asubuhi kwa leadership. Huyu mwanamke ni mwanamke ambaye ana self esteem. Mwanamke ambaye hauwezi kumfinyilia tu hovyo. Si ya kwamba ati bwana anaenda ngambo miezi 2 anakuta umevurugwa na brothers zake hata haupumui hewa. Huyu mwanamke is confident. Hauwezi kumtingiza ovyo. Na kwa sababu she is emotionally stable. Ukimtukana hatukanani, lakini ana msimamo. Tafadhali kina mama tuweze kuwa kina mama wa msimamo. Na msimamo unaonekana kwa mwanamke ambaye anamcha Mungu. Ukiwa umevaa utukufu wa Yesu, umeshika neno lake ndio taa kwa miguu yako, hakuna mtu atakutingiza. Kwa hivyo tafadhali usijichanganye. Usikae hapa unaenda hivi na unasema sasa wewe ni shujaa. Utagongwa mpaka meno imwagike. Simama na Yesu kweli kweli. Tuweze kumwabudu Mungu kwa kweli na kwa roho. Na tutakapokuwa hivyo, tutaweza kuwa na ujasiri wa kweli. Kuna ujasiri wa kishetani ambao ni wa vita. Lakini ujasiri wa kweli ni wa mtu ambaye ako very stable emotionally. Yeye ukimwambia hivi anaongea kwa utulivu, lakini hata kubaliana na mambo unayomwambia kama hayako sawa. Huyu mwanamke is a reflection of God. Huyu mwanamke ambaye tunataka leo ni mwanamke ambaye mume wake akimuona anaona Mungu. Ni mwanamke ambaye kanisa likimuona linaona Mungu. Ni mwanamke ambaye jirani wakimuona wanamuona Mungu. Nilikuwa naambia wazazi ambao tulikuwa nao pale jana, siku moja tulienda kanisa fulani. Na tulipokuwa tumeenda pale kanisani, watoto wako wakikuona wamuone Mungu, sema amen. Watoto wako wakikuona wamuone Mungu, sema amen. Watoto wako wanapokuona wewe mama wamuone Mungu, sema amen. Unajua sasa ndio ninaelewa kwa nini Pastor Fadhili anashinda akirudia mambo hapa. Kumbe tunaongea na watu wanakaa kama ni mfano wa bubu, kama ni mfano watu wanajua kuongea lakini hawana mdomo, wanasikia na wala hawana mdomo, ama hata waoni hawana macho. Tafadhali tushirikiane. So tukawa tumeenda kanisani, tulikuwa tumeenda makambi. Mimi na watoto wangu huwa tunaimba, tunaka group ya familia. Na sasa tukaenda kanisa linaitwa Thika Central. Na tulipokuwa tunafundisha mambo ya family life, haikuwa family life, either stewardship. Kwa sababu nakumbuka kijana wangu na alikuwa I think grade 6. Alikuwa ameketi kando yangu. Na mhubiri aliyekuwa anahubiri akatuambia, ukitaka kujua kama unaenda mbinguni, uliza mtoto wako. Hebu ambia mwenzako hivyo.
Nyinyi hamkusikia venye nimesema? Ukitaka kujua kama unaenda mbinguni, uliza nani? Je, be a woman ambaye ana reflect God. Je, mtoto wako akikuona naona Mungu? Sasa kwa sababu mimi tulikuwa na mtoto hapo, sikungoja twende nyumbani. Nikamgeukia nikamuuliza, baba, mama yako unaona aje? Anaendanga mbinguni? Kijana alicheka. Uko hapa hivi. Hiyo kitu ilinishtua ajabu kwa sababu mimi ni mama ameokoka, mimi ni mhubiri, mimi ninaimba na tunaimba na yeye, sasa tuko Makambe tumeitwa, alafu ananiambia niko wapi? Nikamwambia hivyo ni kusema nini? Haukai hapa na wala pia hauendi. Uko hapa hivi. Wacha mtoto wako akimkuona anaona Mungu. So mimi sikunyamazia hapo, nitaka kujua kwa nini mhubiri kama mimi na kama mtoto kangu kajinga kananiambia ate niko katikati. Nikamuza nini nilifanya? Akafurahi sana sasa kwa sababu amenishika na makosa. Akaniambia kumbuka vizuri sana wewe mama. Siku ile ya corona watu waliambiwa wana serikali wasiende kanisa, na wewe ulikuwa unatuambia tuende kanisa. Wewe huwezi enda mbinguni. Biblia inasema Kaisari chake na Jehova chake. Kwa nini ulikuwa unatuambia twende kanisa na serikali imekataa? Hai, at least nikasikia vizuri, nikajua pengine nilikuwa najiuliza pengine alinisikia nikisengenyana. Sasa nikajua hiyo ni nzuri. Nikamweleza, pole. Unajua sikuwa nafikiri ati ni makosa kwenda kuomba. Hapana wewe mama, ulikuwa unajua. Hiyo ni makosa sana. Nikamwambia imagine sitarudia tena. Ni lazima ukiwa mtu wa Mungu natii hata serikali. Sasa amenikalia, anasikia vizuri sasa na ni carpet. Kwa hivyo, let us be women of God, ambao tuna reflect God. Watoto wetu wakituona wana ushuhuda. Wazee wetu wakituona wana ushuhuda. Be that woman ambayo mtu akikuona anatamani Mungu wako. Si yule mama unakaa hapo asubuhi uko kanisa na uniform ya wamama, na uniform ya kwaya, na kuku wa jirani akitoka kwako, akienda kwao, akitoka kwao akija kwako kula mboga, unawekea chumvi. Mimi ninajua mama jirani ambaye anakaa kwetu. Wamama jamani, tuna tabia zingine hata nguruwe hawezi kula. Tabia hata nguruwe akipewa hawezi kula. Huyo mama alikuwa anafanya hivi, wale wakina mama walikuwa hapo, my sisters walikuwa na mbwa. Sasa walikuwa wanatoka na yeye amepanda mboga hapo. Na mbwa ni wa kufunguliwa, na yeye hajafence shamba. Sasa mbwa wakitoka usiku wanaenda wakiachia vinyezi huko kwa shamba yake. Alikuwa anakuja na spade. Anachukua nusu, anaenda anagawa, anaweka kwa sister in law moja. Anachukua ile nusu nyingine anapeleka kwa sister in law mwingine. Surely huyo ni mtu ambaye ana reflect God. Tafadhali kama uko hapa na uko na hiyo tabia, hata hausikizanangi na sisters za bwana yako, hausikizanangi hata na brothers za bwana yako, whatever the case it is, may you be a woman ambaye ana reflect God. Bwana asifiwe. Hiyo ni ya kusema saa zimeisha. Huyu mwanamke ambaye ako hapa ambaye tunataka leo aweze kugeuka ni mwanamke who understands her body. Unajua mwili wako. Unajua wanawake tuko na tabia. Ukiona nywele ya yule mtu anasoma news kwa KTN jioni, unaamuka unaenda kwa salon. Unamwambia, unaona ile nywele ilikuwa imevaliwa na nani yule wa KTN, nataka ushuke hiyo. Hiyo inakuwa pesa ngapi? 7,000, suka hiyo. Hiyo ndio ninataka. Kumbe haujui sura yako haifanani na mwenye alikuwa amesuka nywele. Tafadhali ujue sura yako inapaswa kutengeza nywele either ianguke hivi ama irudi nyuma yote. Jua mwili wako. Wacha kuona mama amevaa kakitenge yake kanakaa shape mzuri, unaenda kwa fundi na unamwambia, "Mama, hebu nikupige picha, nataka niende nishonewe nguo kama hiyo." Wewe mwenyewe huku ni hururu, na hiyo ni vizuri kwa sababu you are fearfully and wonderfully made. Huko yote iko hua. Huku kwa ajili ya uji rongori na ugali na njugu karanga iko mbele. Huku iko flat. Sasa ni wewe huyo na kitambaa ya kitenge unaenda kwa fundi na unamwambia nishonee nguo kama hii. Unaona venye nilipiga Mrs. Dagwa picha? Nishonee kama hii. Nguo ikishonwa unaenda kwa fundi na panga. Unataka kumuua, amekuharibia nguo. Kumbe wewe ndio uko na shida, si fundi yako na shida. Jua mwili wako tafadhali. Ujue unapaswa kuvaa nguo gani. Kama mwili wako ni mnene na hauna shape, vaa nguo pana. Nguo inaficha maumbile ambayo hajakaa poa sana. Lakini hata unaposikia hivyo, ni lazima ujue you are fearfully and wonderfully made. Kama uko straight hivi kama mhindi wa mjengo, pengine kauso kako nako kanapendeza. Huyo naye ako na shape mzuri hivyo, pengine sura naye inakaa vya ajabu. Pengine macho yake imetoka iko juu sana.
Kwa hivyo Mungu ametugawisha kila mtu na zawadi yake. Usije ukajichukia na kuona mimi sinanga. Kama kifua chako ni kikubwa sana, na ni kawaida watu walio na kifua kikubwa sana hawananga nini. Hii nyama yote inakuja hapa. Kama uko hivyo, tafuta nguo pana, tafuta nguo ambayo inakutosha. Wacha kuvaa tu stretcher tu ingine, unaenda ukikaa hivi na unakuja siku ya Sabato. Jua mwili wako kina mama. Vaa nguo ambayo inafanana na mwili wako. Na ukivaa nguo ambayo inafanana na mwili wako, you will always look beautiful. Wacha kujiforce vitu haviwezi zikapendana na wewe. Wacha kuvaa kiatu haikutoshei. Kama wewe unajua ni mnene sana na mwili wako ni mzito, kwa sababu kuna watu wengine tu kwa mwili mzito, wacha kung'ang'ana kuvaa viatu ya high heel. Kwa sababu utaenda ukiinama kwa sababu ya uzito wa mwili wako. Vaa kiatu ambayo inakaa either wedge, kiatu kizuri. Jua mwili wako. Jua mwili wako. Kama ni hizi vitu unataka kupakisha ambazo mimi nina discourage kina mama kupaka hivyo vitu. Kama ni lazima upake, kwa sababu hata ukipaka ujue utaenda tu kwa kaburi na utakuwa mchanga na utakuwa madudu. Na ujue vitu vingi vinatusumbua kina mama. Vitu vingi vinavyotusumbua sio mavazi, sio mafuta, sio nywele. Hizo vitu za kufurahisha macho. Na sio macho yako, ni macho ya watu wengine. Hebu kumbuka siku ile ulikuwa nyumbani peke yako. Hata ulipokuwa unaenda bafu, mzee ameenda kazi, watoto hawako. Ulipoenda bafu ulienda na towel. Si unapita tu hivyo kama Adam. Unakimbia bafu, unaoga na unatoka na unaenda na hauna shida. Kwa sababu gani? Hakuna macho yanakuangalia. Kwa hivyo vitu vyote ambavyo unaona vinakusumbua sana, you are spending a lot of money kutumia kununua, ni kufurahisha macho ya wengine. Tafadhali jua mwili wako, vaa vizuri, be a decent woman, a woman of God. Dress like a queen, not like a prostitute. Chagua unataka kuwa nini. Na sijui kama hawa watu wa hapa stage ya kwenu wanakaa kama wa kwetu. Kwetu ukitaka kujua vyenye umevaa tu, vaa na upitie katikati ya stage. Kama umevaa ujinga utaanza kusikia hawa makanga wakikuita, "Hae, sister, miji." Na ni mama. Kesho ukija umevaa vizuri wanakuuliza, "Madhe, ulikuwa unaenda wapi?" Wanajua kugawanyisha kulingana na vile unavyovaa. Na kama makanga wa stage wanajua, na hawa watu wengine wote unafikiri wanakuona aje. Tafadhali vaa kulingana na mwili wako. Na kina mama tafadhali mnikubalie niwaambie, hii huwa ninaambia kina mama tukiwa peke yetu. Lakini kwa sababu ulisema kama ni mbaya, ni mbaya. Oh, asante. Vaa bra ambayo inapitia hapa. Unaona hapa? Wacha kuvaa bra ingine inafika hapa hivi, unakaa kama unataka kucommit suicide. Bra ikizeeka toa, wachana nayo. Hata kama unaonanga ni nzuri, ya kutoka 2020, ya kutoka 1997, hii kabra yangu haizeekangi, ninaipendanga, God forbid. Tafadhali kina mama, vaa nguo nzuri ambayo hata huko ndani inakaa ina adabu. Ukivaa kitu inakaa hapa juu inakaa kama imekuhang, hata ukivaa nguo nzuri aje juu utakaa viajabu tu, utakaa funny. Kitu kingine, vaa nguo ambayo haionyeshi nguo zako za ndani. Unaenda unanunua kablauzi ya chiffon ya cream. Kako hivyo sawa sana, unapiga hata pasi. Unarudi unachukua bra inakaa kama ile shati ya ule mzee. Unavaa ndani. Na sasa unakuja na handbag, unakuja kanisa. Watu badala ya kuona blouse wanaona nguo zako za ndani. Ukivaa nguo ambayo iko very light, vaa bra ya black ambayo haitaonyesha. Mniruhusu tu niwafundisha kwa sababu mliniita. Na nikirudi na hii maneno mtasema huyu mama hata aliitwa ya nini, alipoteza pesa yetu bure. Tafadhali kina mama, jua mwili wako. Jua mwili wako. Kuna vitu zingine zinatokeanga huku map of Africa huku. Mnazijuanga? Wacha kunyamaza kwa sababu unajua. Wewe kwanza ninakuona. Vaa nguo ya ndani ambayo inapitia pahali ambapo hakuna vitu vinaenda vikisimama huku. Na siku hizi hata Mungu amesaidia, wameleta zingine zinaitwa seamless. Sasa wewe unavaa na hizo vitu havipasi kukaa sana bila kutupwa. Know yourself. Usikae naye ati hii ni ile siku ile ya harusi naipendanga, haishangi. Kumbe venye haishi inaendelea kupanukanga. Sasa ukivaa inapitianga hapa. Kwa sababu miguu imepanuka. Sasa inapanda juu.
Kina mama, jua mwili wako tafadhali, na ujue macho ya watu wengi, hata tutoto dogo bado inakuangalia. Siku moja ndio nilijua ni hatari sana kuvaa ovyo. Tulikuwa kumenyesha sana na tulikuwa tunaenda makambi na mama mwingine. Mimi akaniacha nyuma, akatangulia. Akavaa trench coat na akavaa nguo ambayo ilikuwa ni light. Unajua kuna nguo ukibeba handbag inaenda ikivuta juu. Unajua hiyo nguo inavutwa tu na huna habari, usipojiangalia utaenda uchi. Sasa yeye ametembea kona nini? Kona umbrella, kona bag. Alikutana na katoto ka class 2. Huyo mama ni pastor. Katoto kalimwambia, "Pastor, leo hauna nguo." Ndio mara moja akashtuka, kwani mtoto akakuta kumbe nguo yote ilifanya nini? Akatengeneza. Nataka kukuambia mzee hata akivaa na kishati ikae hivi haijafungwa vizuri, utaona mtoto anajua. Lakini wewe mama, hata watoto wanakuona. Kwa nini? Sisi ni maua ya ulimwengu. Kwa hivyo ni lazima ukae kama maua. Na sio lazima utumie pesa nyingi ndio uweze kuwa maua. Tayari maumbile ulio nayo ni tosha. You are fearfully and wonderfully made. Kwa hivyo tosheka hivyo. Wacha mambo mingi. Wacha kuvuruga watu mkichagua nguo ya kwaya. Mimi sitakangi hiyo. Mimi sitakangi yenye natakanga ile inanipea shape mzuri. Unakuja hapa kanisa, especially nyinyi ambao ni majenzi. Unakuja na skati inatoshana na handkerchief. Hiyo ndio umevaa, sasa umekuja kanisa. Ukipima hivi ni size ya handkerchief. Mwenyewe umekonda kwa sababu ukulangi, kwa sababu unataka kumaintain shape. Kumbe hauna shape, wewe ni mrefu hivi straight. Sasa unakuja ukikaa mbele ya watu unakaa kama mtu ambaye kamerukwa na akili. Know your body. Respect yourself. Respect yourself. Love yourself. You know yourself, love yourself, and you respect yourself. Amen. Ukiwa hivyo utakuwa mke ambaye anapendeza. Thank you. Vaa vitu ambavyo vinakutoshea. Na niko karibu kumaliza. Saa zangu zikiisha mniambie. Mimi naweza kaa hapa mpaka kesho. Zirisha? Yeah. Hamkuniambia, poleni. Ndio maana nikapiga. Ile ulifanya hivi? Hiyo Yes. ulikuwa na test Mike Mackenzie wewe. Yeah. Asante sasa. Ya mwisho asante, pole sana. Ya mwisho ni this woman feeds her mind, body and spirit. Feed your mind. Soma vitabu. Biblia Wasabato wanasema nini? Hawa ni wa kanisa gani? Soma vitabu. Mwanamke wacha kukaanga tu kingoja siku ya Sabato na mbwa. Soma vitabu, nasema uongeze maarifa. Saa hii ni nani hapa mwanamke amesoma kitabu ya Steps to Christ? Inua mkono juu haraka, ameambiwa nitoke hapa. Thank you so much. By the way, ni Gen Z ameinua mkono. Hawa wengine wote, unajua wengine hata wataki kuinua, wanasema usitusumbue wewe mama. Lakini feed your mind. Usipofeed your mind with books, utafeed your mind with TikTok. Na TikTok itakuletea vitu vyote. Na ujue macho inapenda kuona vitu chafu. Kwa hivyo ukienda ukifanya hivi, ukiona kala kachafu unarudisha haraka. Na mambo haya yamekuja ya social media imeletwa ili haribu concentration yetu na mawazo. Ni ya kuvuruga mawazo yetu. Hata wakati inafika sasa hatujui how to make decisions. Kwa hivyo feed your mind, feed your body, kula chakula kizuri, feed your spirit. Soma neno la Mungu na uwe mtu ambaye ni wa maombi. Na ninaomba ya kwamba Mungu wa mbinguni asaidie kina mama walioko hapa, wake walioko hapa, leo wakienda nyumbani na kuendelea baada ya makambi haya. Dunia ikiwa ikitafuta mwanamke kama huyu apatikane wapi aliyejazwa na Roho, wakina mama hawa wote mabwana zao waseme mke wangu ndiye nilikuwa ninamtafuta. Mungu wa mbinguni awabariki. Mungu wa mbinguni awaneemeshe. Mungu wa mbinguni awabariki kina mama. Mungu wa mbinguni awabariki na waume zenu. Tusimame tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa sababu umetupa waume wale tuna waume. Asante kwa sababu umetupa familia. Sisi kina mama umetufundisha mambo mengi. Tunaomba Baba utupe msimamo. Tusaidie kusimama upande wako kwa sababu hakuna njia ya katikati. Baba tusaidie kuwa wanawake ambao wakitafutwa watapatikana waliojazwa na Roho wa Mungu. Hebu jioni ya leo utembelee kila mke aliye hapa, aweze kubadilika, aweze kuwa picha nzuri. Aliyekuwa sawa hapo mwanzo mbariki na umzidishie nguvu. Kumbuka waume zetu pia ambao wanahangaika ili kuweza kutulisha sisi na jamii zetu.
wape neema yako, wafiche chini ya baba zako. Ikiwa kuna familia inaendea crisis wakati kama huu hapa tumeketi, Baba yangu naomba utembelee familia hiyo. Naomba Baba utende muujiza, wageuzie huzuni yao iweze kuwa furaha, wageuzie uchungu wao uweze kuwa faraja. Baba, tutembelee kila moja wetu na familia yake. Wale hatuna familia, utusaidie kusimama imara tunapokusubiri Yesu kurudi mara ya pili. Wale vijana walio katikati yetu Baba, wakati wao unapofika, ninaomba Baba ukawabariki na waume wazuri na wake wazuri ambao wataishi wakiwa ushuhuda. Lakini kwa pamoja Yesu, tunataka utufanye kuwe mke bora ambaye anasubiri bwana harusi kurejea siku yako ya pili kurejea duniani. Utakapokuja ukiwa bwana harusi, utupeleke nyumbani. Asante Baba kwa ahadi hiyo. Hili ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Tubarikiwe. Exodus waingie kwa jukwaa watupe one song. Exodus. Mpotevu aliwaza moyoni mwake na akasema, nitarudi nyumbani. Kwani nikukaa hapa nikisumbuka na kula. Sehemu ya Bwana ni watu wake, Yakobo bura ya urithi wake. Alimkuta katika nchi ya ukame na katika jangwa tupu litishalo. Alimzunguka akamtunza, akamuhifadhi kama mboni ya jicho. Mfano wa tai ataharakisha kiota chake na kupapatika juu ya makinda yake. Sehemu ya Bwana ni watu wake, Yakobo bura ya urithi wake. Alimkuta katika nchi ya ukame na katika jangwa tupu litishalo. Alimzunguka akamtunza, akamuhifadhi kama mboni ya jicho. Mfano wa tai ataharakisha kiota chake na kupapatika juu ya makinda yake. Mafuta katika mwamba wa mume alimnyonyesha asali iliyotoka jabalini. Yeye ndiye Baba wetu, anatupandisha palipoinuka, huifanya miguu yetu kama ya kondoo. Ni nguvu zetu katika mahali palipoinuka. Siagi ya ng'ombe na maziwa ya kondoo hutunywesha. Siagi ya ng'ombe na maziwa ya kondoo hutunywesha. Mafuta katika mwamba wa gume alimnyonyesha asali iliyotoka jabalini. Yeye ndiye Baba wetu, anatupandisha palipoinuka, huifanya miguu yetu kama ya kondoo. Ni nguvu zetu katika mahali palipoinuka. Siagi
utunywesha. Siagi ya ng'ombe na maziwa ya kondoo utunywesha. Jeshini jina lake, yeye ndiye fungu la posho langu, yeye ndiye fungu la Yakobo, maana ndiye aliyeviumba vyote duniani. Ananitolea maji katika mwamba mgumu, hakika Bwana ni uweza. Hamna aliye na uwezo kama Mungu wa Yakobo, unificha chini ya mbawa zake. Bwana wa majeshi ni jina lake, yeye ndiye fungu la posho langu, yeye ndiye fungu la Yakobo, maana ndiye aliyeviumba vyote duniani. Ananitolea maji katika mwamba mgumu, hakika Bwana ni uweza. Hamna aliye na uwezo kama Mungu wa Yakobo, unificha chini ya mbawa zake. Mafuta katika mwamba wa ume alimnyonyesha asali iliyotoka jabalini. Yeye ndiye mwamba wetu, anatupandisha palipoinuka, huifanya miguu yetu kama ya kondoo. Ni nguvu zetu katika mahali palipoinuka. Siagi ya ng'ombe na maziwa ya kondoo utunywesha. Siagi ya ng'ombe na maziwa ya kondoo utunywesha. Mafuta katika mwamba wa ume alimnyonyesha asali iliyotoka jabalini. Yeye ndiye mwamba wetu, anatupandisha palipoinuka, huifanya miguu yetu kama ya kondoo. Ni nguvu zetu katika mahali palipoinuka. Siagi ya ng'ombe na maziwa ya kondoo utunywesha. Siagi ya ng'ombe na maziwa ya kondoo utunywesha. Mafuta katika mwamba wa ume alimnyonyesha asali iliyotoka jabalini. Yeye ndiye mwamba wetu, anatupandisha palipoinuka, huifanya miguu yetu kama ya kondoo. Ni nguvu zetu katika mahali palipoinuka. Siagi ya ng'ombe na maziwa ya kondoo utunywesha. Siagi ya ng'ombe na maziwa ya kondoo utunywesha. Mafuta katika mwamba wa ume alimnyonyesha asali iliyotoka jabalini. Yeye ndiye mwamba wetu, anatupandisha palipoinuka, huifanya miguu yetu kama ya kondoo. Ni nguvu zetu katika mahali palipoinuka. Siagi ya ng'ombe na maziwa ya kondoo utunywesha. Siagi ya ng'ombe na maziwa ya kondoo utunywesha. Kutuongoza katika kambi la hapa Better Living Gitembe mwaka huu. Wangapi wanazidi kubarikiwa na yale ambayo Mungu anatufunulia? Amina. Hata nami pia nabarikiwa sana, na ninaamini ya kwamba hatima ya juma hili utakuwa na mafundisho ambayo tukiondoka hapa tunaweka katika utendakazi ili familia zetu ziwe mbingu ndogo hapa chini.
Kipindi ambacho kinatujia sasa ni kipindi cha uwakili, stewardship. Ndio kipindi ambacho kitakuja kwa muda ambao umesalia tunapojiandaa kwa sababu ya makundi yetu. Na kabla kuingia katika somo la jioni hii, ninaomba tuinamishe vichwa. Ya uwepo wa Roho yako Mtakatifu katika kambi la mwaka huu hapa Better Living. Na muda huu Yesu Kristo, huyo Roho ambaye amekuwa akiongoza kila kipindi, ninasihi ya kwamba kaweze kuteka mawazo yetu kwenye kipindi hiki cha uwakili, tena ukatufunze mausia atokayo kwako na utupatie moyo wa utendaji. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu. Jana tuliweka msingi muhimu sana na tukasema ya kwamba upendo ambao Mungu ametuonyesha unadai moyo wa shukrani. Na Mkristo yeyote ambaye anaishi katika ulimwengu huu leo kwa kusahau yale ambayo Mungu alimfanyia jana na kufumbia macho yake kwa wema wa Mungu wa leo, huyo Mkristo ni rahisi sana kwake kuiasi imani. Yaani mtu asiyeishi maisha ya shukrani ni mtu ambaye anahatarisha kwamba aweze kumkana Mungu ambaye amekuwa mwaminifu kwake. Kwa sababu ukisahau mahali Mungu alitoa jana, hautaamini mahali ambapo anakupeleka kesho. Ni muhimu sana. Na tukaangalia Mariamu ambaye hakusahau wema wa Yesu wa jana. Na kwa sababu hakusahau wema wa Yesu, tukasoma jana, Mariamu alihisi kwamba ampatie Yesu, ajitolee kwake na kitu chenye thamani sana. Lakini pia Mariamu aliweza kumpatia Yesu kila kitu alichokuwa nacho. So wherever there is a thankful heart, the resultant thing is a sacrificial giving. Mahali kuna moyo wa shukrani, matokeo yake ni kutoa kwa kujinyima, lakini pia kumpatia Mungu yote aliyokupatia. Leo nataka tupige hatua mbele zaidi tena tunapojenga swala hili ambalo tunalizungumzia. Nikukumbusha pasipo kusahau, tukasema jana, hili sitaki nilisahau. Uwakili hauanzi kwenye mfuko. Uwakili unaanza kwenye moyo. Moyo mahali hupo, hazina itafuata. Moyo mahali umepeanwa, hazina bila shaka itakuwa hapo napo, kwa sababu umejitolea kwa huyo ambaye unamtolea sasa. Ukiangalia maandiko, tunaingia somo la leo sasa. Inapendeza namna ambavyo maisha ya watu fulani kwenye Biblia yanavyoregelewa. Inapendeza namna ambavyo japo walikuwa wamekufa na kipindi chao kimepita, wakati inaandikwa kuwahusu, itakupendeza namna wanavyotajwa. Nitapeana mifano miwili tu kwa sababu ya ufupi wa muda. Kwa mfano, Waebrania 11 mstari wa 5. Waebrania 11 mstari wake ni wa 5. Biblia inasemaje? Twende kwa upesi sana. Waebrania 11 mstari wake ni ule wa 5. Biblia inasema kwa imani. Biblia inasema kwa imani 15. 5. 11 verse 5. Inasema kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti. Sawa. Wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimuhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Amina. Imagine kama Enoka angefufuka alafu apate hilo limeandikwa kumuhusu, angesikia vipi haswa? Ya kwamba Enoka alikuwa mtu mwenye ushuhuda ya kwamba alimpendeza Mungu. That is a testimony ambapo hata ukifa na ufufuliwe upate kwamba hivyo ndivyo ilivyoandikwa kukuhusu, moyo wako unafarijika, moyo wako unahisi vizuri sana. Kuna watu ambao wametajwa vizuri sana kwenye Biblia. Mfano mmoja tu wa mwisho, Yakobo 5:17 na 18. Yakobo 5:17 na 18. Soma kwa upesi, inasemaje? Yakobo 5:17 na 18. Twende. 5:17 na 18. Inasema Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Sawa. Akaomba kwa bidii mvua inyeshe. Sawa. Na mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6.
akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Tulia tu hapo, achia hapo, Mungu akubariki. Elia naye anapotajwa baada ya kuondoka kwake tena, unaona Biblia inamtaja kwa namna ya kupendeza. Imagine leo tukuzike, alafu Mungu afanye muujiza wa kukufufua, alafu kifufuko napata limeandikwa fungu ya kwamba Robinson alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini imani yake haikuwa ya kawaida. Alikuwa kama sisi tu, lakini imani yake haikuwa ya kawaida. Ufufuko upate imeandikwa ya kwamba Robinson kabla hajaondoka ilishuhudiwa ya kwamba alimpendeza Mungu. Yaani kwenye kijiji hiki cha hapa Betalimi tulitafuta mtu kama yeye, hatukumuona mtu mwenye roho wa Mwenyezi Mungu kama alivyosema mchungaji wakati wa mchana. Yaani ukipata ushuhuda kama huo kukuhusu, moyo wako unafarijika, moyo wako unasikia kutulia. That testimony, ushuhuda kama huo, ni a result ya maisha ya mtu ambaye aliishi pasi na kusahau wema wa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu tuko na the opposite, na hiyo ndio tutachukua muda wetu mchana huu wa kipekee tunapojifunza kipengele kuhusu wakili. Tuko na kinyume cha hii, Mambo ya Wanyakati wa Kwanza, First Chronicles, the opposite ya hivyo visa vizuri ambavyo tumevisoma. Chronicles chapter 2 verse 7. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 2 mstari wake wa 7. Soma kwa upesi. Biblia inasema hivi. Na wana wa Karmi, Akani mwenye kutaabisha Israeli, aliyekosa katika kitu kilichowekwa wakfu. Sasa huyu ni Akan. Habari zake zinapotajwa baada ya kuondoka, hivi ndio Biblia inasema ya kwamba yeye alikuwa ni mtaabishaji wa Israeli. Yeye alikuwa yule ambaye alikosa kwenye kitu ambacho ni kitakatifu. Imagine sasa tena tupindue sasa kisa hiki. Ufe leo, alafu muujiza ufanyike, ufufuke, alafu upate imeandikwa Robinson aliyekuwa ni mtaabishaji wa Better Living Gitembe. Hatujawahi kumwona mtu ambaye alilisumbua kanisa kama Robinson. Hatujawahi kuona mtu ambaye alitatiza kanisa kama Robinson. Hatujawahi kuona mtu ambaye alipatia kanisa wakati mgumu kama yeye. Kama hiyo ndio hotuba itapeana katika mazishi yako, sidhani kama unaweza kupenda sana. Lakini swali ni kipi ambacho kilimfanyia Akani kufikia kuwa na swala kama hili kuandikwa kumhusu? Ni kipi ambacho kilifanyika kwenye maisha ya Akan ambayo kilimfanya swala kama hili liweze kuandikwa? Nikukumbushe, Akan alikuwa ni Mwana-Israeli na Mungu alikuwa anawaandaa kuwapatia mji wa Yeriko. Na Mungu alipoandaa kuwapatia mji wa Yeriko, akawapatia masharti ya kwamba walipaswa kuzunguka mji wa Yeriko mara 13. That is mara moja kwa siku 6 once, na siku ya 7 mara 7, 13 times. Na hatima ya kuzunguka mji, Mungu alisema angewapatia ushindi. Imagine mji ambao kama Waisraeli wangeachwa peke yao hawangeweza kuuteka. Kama Waisraeli wangeachwa na ujanja wao hawangeweza kuuchukua. Lakini Mungu kwa muujiza mkuu, Akan akiwa miongoni mwa jeshi la Israeli, akawazungusha pasipo zana yote ya vita. Wakazunguka kuta ya mji wa Yeriko na ukuta ukaporomoka. Badala ya Akan kuwa na moyo wa shukrani, Akan akaamua kufanya kinyume cha Mungu ambaye alikuwa amemtendea wema. Mbona inakatakata? Badala ya Akan kuwa na moyo wa shukrani kwa sababu ya Mungu kuondoa na kuwapatia ushindi wa kipekee, Biblia inasema kwamba Akan aliamua kumfanyia Mungu kinyume. Na unajua sharti lao lilikuwa ni rahisi tu. Kitabu cha Yoshua 6 mstari wa 17 hadi 19. Instruction ambayo alikuwa amepatiwa ilikuwa ni rahisi sana. Soma kitabu cha Yoshua 6 mstari wa 17 hadi 19. Inasema 17. Yoshua 6:17. Endelea. Biblia inasema hivi. Na mji huu utakuwa wakfu kwa Bwana, mji wenyewe na vitu vyote vilivyomo. Endelea. Isipokuwa Rahabu yule kahaba
ataishi yeye na watu wote walio pamoja naye nyumbani, kwa sababu aliwaficha hao wapelelezi tuliowatuma. Endelea kusoma. Na ninyi msikose kujiepusha na kitu kilichowekwa wakfu. Sikiliza, Mungu anawaambia mtaenda kuuteka mji wa Yeriko. Huo mji nimewapatia, isipokuwa mtamspea Rahab kwa kile ambacho alikifanya. Lakini Mungu akawaambia msikose kujiepusha na kitu kilichowekwa wakfu, isikupite hiyo. Yaani kwa lugha nyingine, msiguse kile ambacho kinapaswa kuwa cha kwangu. Kile ambacho nimekiweka wakfu, hicho kisiguswe. Mungu anawapatia instruction. Haya, soma, twende. Inasemaje? Msije mkakitwaa kitu kilichowekwa wakfu. Kitu kilichowekwa wakfu. Baada ya kuweka wakfu, nanyi hivyo mtafanywa matuo ya Israeli kuwa yamelaaniwa na kuyafadhaisha. Achia hapo. Anasema kama mtagusa kitu ambacho ni kitakatifu. Sikia, kama mtagusa kile ambacho kinapaswa kuwa changu, nimekichagua, anasema mtaileta laana kati ya Israeli. Kwa hivyo sharti la Mungu lilikuwa lipo wazi tu kwao. Nendeni, nimewapatia mji, mzunguke. Lakini mkishauzunguka, kuna vile ambavyo ni wakfu kwa sababu yangu, hivyo msiguse, mtaleta laana kati yenu. Na wakaenda kama Biblia isemavyo, wakazunguka, na Akani akaamua kufanya kinyume na agizo la Mwenyezi Mungu. Akan akachagua kufanya the exact opposite. Yani Mungu alimwonyesha upendo usio wa kawaida, Akan akamwonyesha ubinafsi usio wa kawaida. Mungu alimwonyesha uaminifu usio wa kawaida, Akan akamwonyesha kutokuwa mwaminifu kusio kwa kawaida. God loved him extravagantly, na yeye akakuwa selfish extravagantly. Baada ya kile ambacho Mungu alimfanyia, akaamua kufanya kinyume na agizo ambalo Mungu alikuwa amepeana. Na utatambua ya kwamba kwa sababu ya kosa la Akani, Israeli walishindwa kusimama mbele ya taifa dogo linaitwa Ai. Yani lilikuwa dogo kama herufi ya jina lake hivyo tu. Ai. Walishindwa kusimama mbele ya taifa dogo kabisa. Sikilizeni wapenzi, utiifu huwa unavutia mibaraka kutoka kwa Mungu. Obedience attracts blessings from the Lord. Utiifu huwa unavutia mibaraka kutoka kwa Mungu, and the opposite is true. Yule asiye mtiifu, badala ya kufutia baraka zitokazo kwa Mungu, huwa anafungua mlango na mwanya wa laana kuingia. Si nibadilishie basi kupata sauti. Asante. Kwa hivyo ni vitu viwili tu. Tuchague kuwa watiifu baada ya wema ambao Mungu ametutendea. Tuchague kuwa watiifu baada ya ukuu ambao Mungu ametuonyesha. 1 2. Tuchague ili kwamba tuwe watu ambao wanaokiri wema wa Mwenyezi Mungu, ama tumuonyeshe Mungu namna ambavyo baada ya wema ambao ametutendea, baada ya uzuri ambao ametuonekania, bado tuchague kutokuwa waaminifu. Nikuulize na kutia changamoto, ni mangapi ambayo Mungu amekufanyia? Hata kwenye muktadha wa somo, ni kuta ngapi za Yeriko ambazo ulikuwa huwezi kuzishusha, na Mungu pasipo hekima yako, pasipo ujanja wako, pasipo uweza wako alizishusha. Alikuondoa mahali ambapo huku umetoa mgonjwa ukaleta maiti. 1 2. Sawa, asante kwa kazi nzuri. Nilikuwa nasema nini? Sawa. Nimekumbuka. Nilikuwa nasema kwenye maisha yetu kama watoto wa Mungu, kuna kuta za Yeriko ambazo Mungu amezishusha. Kuna sehemu ambazo zilikuwa ngumu, haisukumiki, haiendi mbele, lakini Mungu kwa mkono wake ajabu alitunusuru. Sasa baada ya Mungu kutufanyia hivyo, swali, how do we respond back?
Tunaitika vipi kwa huyu Mungu ambaye ametuonyesha uaminifu, ametuonyesha upendo, ametuonyesha fadhili, ameshusha chini kuta nzito ambazo hatungeweza kuzishusha. Akani kwa yeye alichagua kuonyesha kwa ubinafsi. Akwani kwa yeye alichagua kuonyesha kwa uchoyo. Na hebu sikia kitu ambacho Aka analifanya. Hebu sikiliza ili kwamba ukapate kuwa na sababu. 7:21. 7:21. Yoshua 7:21. Biblia inasema Biblia inasema hivi. Sawa. Nilipoona katika nyara joho nzuri ya Babeli na shekeli 200 za fedha na kabari ya dhahabu uzani wake shekeli 50, basi nilivitamani. Nikavikuwa, tazama, nimefichwa mchangani katika ya hema yangu na ile fedha chini yake. Achia hapo. Na unajua, samahani kwa kutumia neno gumu hili, upumbavu wa kutokuwa waaminifu ni kwamba unatudanganya kwamba tunaweza kuchagua waaminifu kwa siri. Tunaweza kuchagua kumwonyesha Mungu kwamba sisi sio mwaminifu secretly. Manake Akani yeye, baada ya wema na uzuri wa Mwenyezi Mungu, alihisi ya kwamba I will be unfaithful secretly. Nitachagua ili kwamba nisiwe mwaminifu, lakini kwa siri. Ndio kitu ambacho alikichagua. Na nikwambie, ukichagua ya kwamba utembee katika barabara ambayo sio ya uaminifu, hata ukichagua kuifanya kwa siri, Mungu akiamua kukushughulikia bado anakufikia. Usisahau wema wa Mungu maishani mwako. Usisahau yale ambayo Mungu amekufanyia. Usisahau kuta ambazo Mungu amezishusha. Ukizisahau utakuwa mwepesi, utakuwa wa haraka sana kutokuwa mwaminifu kwa Mungu. Na mahali popote ambapo hakuna mwaminifu ni mlango wa kipekee wa adui kuingia. Niseme tena, Mkristo yeyote asiye mwaminifu anampatia shetani fursa ya kipekee ya kuvuruga maisha yake. Atakuja aombewe, atakuja atafute ili kwamba akuwe rescued out, lakini tatizo ni ya kwamba huyu naye si mwaminifu. Inahitajika kwamba kama tunataka ulinzi wa Mwenyezi Mungu kwenye baraka ambazo ametupatia, ni sharti tuwe mawakili waaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kama unanielewa, hebu nipungie mkono wako namna hii. Amina. Kama tunataka ulinzi wa Mungu uwe juu ya vitu ambavyo tupo navyo, uwe juu ya mali ambayo ametubarikia nazo, baraka zake nyingi tu, kama tunataka ulinzi wake uwe hapo juu, ni sharti tuwe waaminifu, tuwe mawakili ambao hawagusi vile ambavyo ni vya Mungu. Manake kugusa vya Mungu ni kufungua malango ya laana. Kugusa vya Mungu ni kumpatia shetani nafasi ya kuvuruga. Kugusa vya Mungu ni kuhakikisha adui zako hutasimama mbele yao. Ukitaka kusimama mbele za adui yako ili kwamba Mungu aweze kupatia ushindi mkuu, inahitajika tuwe mawakili waaminifu kwa yale ambayo Mungu ametupatia. Na ni kweli kuna statistics ambayo ilifanyika kutoka division ya kanisa yetu, na huo utafiti ukasema ya kwamba kanisani ni watu 3 juu ya 10 ndio wanaoregesha zaka na sadaka. That is research. Statistics doesn't lie. Haidanganyi. Actually hapo umenichukua mimi, umeingiza ndani ya supu. Manake hapo ndio ninaogelea. Hapo ndio ninakulia hapo. Statistics never lie. Statistics ikisema imesema, manake they are facts. Ni figures ambazo zimekuwa drawn. Wanasema in church members it's only 3 out of 10 church members faithfully return to the Lord. Na unajua recommendation kwa hiyo research ilikuwa inasema ya kwamba kama tungelikuwa tukiregesha kwa uaminifu kilicho cha Mwenyezi Mungu, sisi wa Adventista wa Sabato, watoto wetu wangekuwa na opportunity ya kusoma kwenye institution zetu bila kulipa hata shilingi moja. Kwa sababu ya
ule uaminifu ukiwepo, kila kitu cha Mungu kitapatikana. Lakini kwa sababu wengi hatujakuwa waaminifu, sio kwa zaka, sio kwa sadaka, sio katika shukrani za makambi, ndio maana kazi ya Mungu imelemazwa, na ni kwa sababu tumesahau wema wa Mungu aliyotufanyia jana. Kazi ya Mungu imesimama kwa sababu tumefungamanisha yale ambayo Mungu anapaswa kuwa yake, yamesalishwa kuwa yetu. Actually huenda tumechimba katika nyumba zetu, tukaficha mahali. Zaka ya Mungu ipo katika karo za watoto wetu. Zaka ya Mungu ipo katika biashara zetu. Zaka ya Mungu ipo katika medical bills zetu. Na sasa unakuja ili kwamba uombewe mtoto apite shuleni. Unakuja uombewe ili biashara inawiri. Sikiliza, dawa ya anayechukua zaka ya Mwenyezi Mungu ni kuiregesha. Upige magoti, uombe, tuseme amina. Tukimaliza, kama unaifahamu kwamba kweli ipo, ni kuiregesha kwa Mungu. Lakini si hiyo ni common sense. Imagine nije kwako nipate 1,000 juu ya meza, alafu nikitoka usione, alafu niito niambia, Robinson, wewe ndio uliingia hapa kwangu peke yake, kulikuwa na 1,000 hapa juu ya meza. Nikwambie samahani, ninaomba msamaha, mimi ndo nilichukua. Yataisha hivyo? Sawa, nimekusamea, lakini fanya nini? Iregeshe. So if we are aware kama kuna section ya kile ambacho ni cha Mwenyezi Mungu tumekitoa, ambacho kilikuwa kimewekwa wakfu kwa sababu ya kazi yake, if our knowledge can lead us unto that, ili kwamba tusifungue mianya, nafasi ya familia zetu kupokea laana ya Mwenyezi Mungu, kutopata ulinzi wa Mungu juu yetu, ni lazima, si kwamba tunamhonga by the way, lakini ni ashirio kwamba tunaelewa kwamba Mungu amekuwa mwaminifu kwetu. Imetupasa nasi kuwa waaminifu kwa Mungu ambaye amekuwa mwaminifu kwetu. Tusiwe kama Akani ambaye alisahau yale ambayo Mungu alikuwa amemfanyia. Kuwa mwazi ili kwamba Mungu aweze kukupatia baraka za kipekee zinazotoka kwake. Inapofikia hatima, kwenye kile kitabu kizuri kinaitwa Patriarchs and Prophets, ukurasa 497, Ellen White anavuviwa kuandika hivi: miongoni mwa washiriki wa kanisa in good and regular standing kuna Akani wengi. Miongoni mwa Wakristo in good and regular standing, anasema kuna Akani wengi. Kisha baadaye anasema kumwibia Mungu, to defraud God, is the greatest crime of which man can be guilty. Kumwibia Mungu ni hatia moja kubwa ambayo mwanadamu anaweza kushukiwa kwayo, kama nimetafsiri sawa. And yet this is the sin which is deep and overspread. Anasema kama kuna dhambi ambayo ipo na imesambaa sana, ni Wakristo ambao wanachukua vitu ambavyo vinapaswa kuwa vya Mungu. Usimpatie shetani nafasi ya kuvuruga maisha yako. Na nikwambie, ukitaka shetani apate nafasi ya kuvuruga familia, biashara, watoto, wewe shikilia kile ambacho ni cha Mungu. Hiyo hatadai ya kwamba hiyo ni himaya yake, na kama ni himaya yake atafanya kila awezalo ili kwamba aikoroge, aitawale, aweze kuhakikisha kwamba amekupotezea raha ya maisha kwa sababu ya kutokuwa mwaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Nilikisoma kisa kimoja ninapomaliza. Bwana mmoja aliamua kuuza nyumba yake, na alikuwa anauza $2,000. Hiyo pesa ya Kenya, dola moja sasa ni pesa ngapi? 130. Ni zaidi 133. Hatusema 130. 130 times 2 ni 26. Tukiongeza hapo mbele inakuwa pesa ngapi? $2,000 kwa Kenya. Sawa, hivyo aliamua kuziuza hivyo kwa sababu ya muda. Sasa baada ya kuamua kuuza, yule aliyenunua akabagain. Alafu alipobagain, yule jamaa akaamua kuikata half price, akampatia at $1,000. Lakini akamwambia, nitakupatia nyumba yangu at $1,000 na one condition. Ati gani? Utaniruhusu niache msumari mmoja mdogo kwa mlango, just one small nail pale kwa mlango. Mimi sitaki nyumba nzima. Kama huu ni mlango, ile mbao ya juu hapo, utaniruhusu ule msumari mmoja ambao kwa hapa juu niache kwa hiyo nyumba. Ukikubali hiyo, I give you the house at half price. Akasema that's a good deal, na atakataa hiyo nyumba ambayo ilikuwa inauza $2,000, alafu amekupatia half price. Kisha anasema ni msumari tu anaacha. Akamwambia ni sawa,
Ni sawa, hakuna shida. Baada ya miaka kadhaa, yule aliyeuza akataa kuinunua nyumba tena. Kisha yule bwana ambaye alikuwa ameinunua akakataa, akasema hapana, mimi siuzi nyumba. Akasema ni sawa. Yule bwana akaenda porini siku ya kwanza, akachukua mzoga ambao ulikuwa umekufa, akaja nao akauning'iniza kwenye yule msumari. Akamwambia, vipi, mbona kwangu unaweka mizoga? Akasema kumbuka the last time nilikuzia nyumba nilikwambia nyumba yote ni yako, lakini huu msumari ni wangu. I choose what to do with it. Akaweka mzoga siku ya kwanza. Mzoga ukatoa rufu kwa nyumba, hatimaye ukaishia. Alipohakisha imekauka, saa rufu haipo, akaleta a fresh one. So akawa anaweka mizoga, akiweka mizoga, mwishowe yule jamaa alishindwa kuvumilia, alihama, akaacha hiyo nyumba. Sikiliza, tukiacha shetani na nafasi hata dogo katika maisha yetu, ataitumia kuning'inizia mizoga yake hapo. Ukiacha nafasi hata dogo maishani mwako kwa kugusa vitu ambavyo ni vya Mwenyezi Mungu, shetani atapata nafasi ya kuning'iniza mizoga yake. Unashangani kwa nini watoto ninawalea kanisani? Sisemi that is the case, it could be. Nimewalea kanisani, wameimba oh we are the pathfinder strong, wamesema by the grace of God I'll be pure, kind and true. Wakaenda ambassadors, wakavaa uniform, lakini wakaishia ambassadors, wamepotea, wakora, wanavuta bangi. Shetani amewateka. Labda nimesema labda ni kwa sababu mahali Mungu alipaswa kuweka ulinzi, wewe kwa sababu ya kutokuwa mwaminifu uligusa cha Mwenyezi Mungu, shetani akapata mwanya wa kuingilia kati. Manake Akani alipowataabisha Waisraeli, hawakuweza kusimama mbele za adui wao. They couldn't stand. Ai, mji mdogo. Imagine walikuwa wameshinda vita vikubwa before Ai. Lakini ilipokuja kwa Ai ikawapiga kisawasawa. Kwa nini? Because of one person katikati yao. Natamani mchana huu wa kipekee Mwenyezi Mungu akupatie moyo wa kujihoji. Ujiulize, jinsi Mungu amekuwa mwaminifu katika maisha yangu, je, inawezekana kuna kile kilicho cha Mungu ambacho nimekiweka kuwa kwa matumizi yangu ya kawaida? Je, kuna kile ambacho kinapaswa kuwa cha Mungu ambacho mimi nimeonyesha ubinafsi, uchoyo tu, kutokuwa mwaminifu? Is that my experience? Na Mungu kwa neema yake atusaidie kuachilia vilivyo vyake, ili tunapoachilia vilivyo vyake naye aweke ulinzi kwenye baraka ambazo ametupatia. Mungu na atubariki. Amen. Tusimame tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa wewe ni mwema, fadhili zako milele. Kwa sababu ya kutufunza ya kwamba tuhitaji kusahau wema ambao umetutendea. Na iwapo kwa sababu ya